Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tumesimama mbele yenu kabla hatujaanza dawa kwa sababu ya ile ombi tulikuwa tumeomba, lakini alhamdulillah kumekuwa na response nzuri sana kwa Islamu. Ombi tulikuwa tumeomba ni kwa sababu ya muadhin wa msikiti wa Karai area ya Kikuyu ambaye alipatwa na tatizo za figo na akawa anafanyiwa dialysis, na ikawa uwezo imekuwa hakuna kwa sababu mzazi wake ameuza vitu yote, ikawa ndio hivyo, hali si hali. Wale wameona hiyo clip wanajua ninachokizungumzia. So far so good, tumeweza kukusanya shilingi 1,400,000 1,400,000, yani 1,400,000 pesa ya Kenya. Alhamdulillah, target ilikuwa 200,000 na ilikuwa 250,000 inshallah biidhnillah, na so tumepata 1,100,000, so imebaki shilingi 1,146,000. So Waislamu ingepatikana kwa hizi siku by Sunday au Saturday, ingekuwa tusaa muenda tumkabidhi hiyo pikipiki iwe inamsaidia katika ile mambo ya kwenda kufanyiwa dialysis na imsaidie katika kutafuta riski ambayo atakuwa akipata mankuli ambayo inatakana akule. Naona kuna wengine wamenisuggestia, wameniambia pia awe anatumia kiukamba na awe anabrandiwa pamoja na hii dania. Inshallah hiyo pia itajaribiwa, na pia awe anaendelea na dialysis yake, anaenda kwa wiki mara 2. Wallahi ni hali ambayo iko duni sana, yani pale hali yao Allah ndiye anajua zaidi, na sisi ukiona tumefika kiwango ya kuwatangazia ni kwa sababu hali imetulemea. So inabidi tuwatangazie na nyinyi mfanye nusra kwa ajili ya Allah. Ukimnusuru Muislamu unamnusuru Mwenyezi Mungu, na utanusuruje Mwenyezi Mungu wakati mali yote ni yake? Ni wakati utamstiri Muislamu ndugu yako, na ukimstiri Allah naye anakustiri hapa na kesho siku ya kiyama. Huyu ndio watu wanaohitajika wapewe sadaka, hawa ndio watu wanaohitajika wapewe zaka. Lakini wako wapi watoaji wa zaka? Wako wapi watoaji wa sadaka? Tujaribu Waislamu. Una uwezo shilingi 1,000, shilingi 50. Kuna watu wamenitumia shilingi 20, wengine shilingi 10, wengine wamenitumia shilingi 50, 100, 2,000, 3,000. So yote ambao una uwezo, usikarifishe nafsi ile Allah amekujalia, na usiwe bakhiri katika kumsaidia kumnusuru Muislamu ambaye yuko katika dhiki. So Muislamu na uwezo, fanya nusra kwa ajili ya Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مصطفى أبو القاسم محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndugu zetu katika iman, ndugu zetu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni kuweza kulipigilia jambo hilo msumari, kuweza kulitilia nguvu zaidi, kwa sababu hali yenyewe pia mimi siku za kabla nilikuwepo katika maeneo hayo, lakini ndugu zangu Waislamu ni mtihani mkubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba katika siku ya kiyama mja atakuwa anamwendea Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atakuwa anamuuliza, nilikuja wakati nilipokuwa na njaa lakini hukuweza kunilisha. Nilikuja nikiwa sina nguo lakini hukuweza kunivisha. Nilikuja nikiwa sina pahali pa kukaa lakini hukuweza kunipatia pahali popote pa kuweza kukaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hiyo kwamba mja atamuuliza, ni siku gani hiyo Mwenyezi Mungu ambayo ulikujaga na sikuweza kufanya mambo hayo ambayo umesema? Akasema, kuna mja wangu fulani ambaye alikuwa ni maskini, hakuwa na uwezo, au kuna mja wangu yatima ambaye alikuwa amekuja kwako ili uweze kumsaidia kwa sababu nilikuwa nimekupa mali, nilikuwa nimekupa jambo fulani kama mtihani ili uweze kuwapa au kuwasaidia wale ambao hawana uwezo huo, lakini hukuweza kuwasaidia, hukuweza kuwapa msaada ambao walikuwa wanahitaji kwa wakati huo. Huyo ambao alikuwa amekuja hapo, alikuwa amekuja hapo kwa niaba yangu. Kwa hivyo leo, kwa sababu ya mambo hayo uliweza kuyafanya, utaingia katika moto wa jahannam. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu wakati alipozungumzia katika mambo ya kukadhibisha siku ya kiyama,
alizungumzia mambo kadhaa. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadhibu bidin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Katika swala la mayatima na maskini, Mwenyezi Mungu mambo haya ameyataja sana na ni majukumu ya Waislamu, ni majukumu ya Waislamu. Hali iliyokuwa na wale ndugu zetu mliona katika clip ya juzi, nadhani mliwaona hali yao vile ilivyo. Mama yao ndio katika hali hiyo, ni mzee sasa hivi, ana uwezo wa kuweza kujitafutia. Kijana naye ambaye alikuwa anategemewa naye ndio huyo ameingia katika mtihani kama huu. Na Waislamu ni jambo la ajabu sana, kwa sababu kijana huyu au mtu huyu ambaye tunamhitajia katika swala hili la msaada ni mtu ambaye amekaa katika kuifanya kazi ya Mwenyezi Mungu zaidi ya miaka 20. Hakuwa anapata ujira wote, hakuwa anapata posho lolote, alikuwa anaifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na sasa hivi bado, hata siku hiyo niliona kwamba anajitahidi kuenda kuifanya kazi hiyo, lakini inakuwa kama ni mtihani wa Uislamu. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima, ndugu zangu katika imani, tunaomba ya kwamba tuweze kukamilisha zoezi hilo, ya kwamba hicho kiwango ambacho kimebaki sasa hivi, zilikuwa zinahitajika 2.5, limefikia kiwango ambacho imetajwa na Sheikh Salim 104. Kwa hivyo limebaki kiwango kilichosalia. Kwa hivyo ninaomba kwa heshima na taadhima tuweze kukamilisha kiwango kilichosalia, na kumbuka kwamba jambo lolote ambalo unalifanya Mwenyezi Mungu lina malipo makubwa sana kwake, atalilipa, kwa sababu ni jambo la kheri ambalo Mwenyezi Mungu atakuwa ameridhia jambo kama hilo, Waislamu. Kwa hivyo inshallah tufanye zoezi hilo inshallah, ili siku ya Jumapili tuweze kurudi huko inshallah, tuweze kuwakabidhi na hiyo pikipiki ambayo imesemekana, angalau kijana huyo aweze kusaidika na pia mama yake aweze kusaidika. Hali mliiona hali ya mama yake, na kule sio kwamba kuna mashamba ambayo yanalimwa. Wallahi Waislamu ni mtihani mkubwa sana, ni mtihani mkubwa, ni mtihani, si mtihani, ni mtihani mzito sana. Kwa hivyo sitaki kuendelea sana, kwa sababu Sheikh Salim alikuwa ameshasema, na pia juzi mambo haya yalikuwa yamezungumzwa na wahusika walikuwepo na akaweza kuzungumza mambo kama hayo. Kwa hivyo naomba Waislamu katika kutilia mkazo jambo hili inshallah tuweze kujikaza, tuweze kumaliza zoezi hili na Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi. Na kumbuka, wakati unapofanya jambo hili, kumbuka kwamba sadaka yako wakati unapoitoa, tuna matatizo hata sisi. Una mgonjwa, una kazi huna, unakuta kwamba mwingine katika anasumbuliwa na masuala ya ndoa, mwingine na matatizo mbalimbali labda ya maradhi hapa na pale. Tia nia yako Muislamu ya kwamba sadaka hii ninaitoa ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu aweze kunifanyia wepesi katika kazi yangu, aweze kunifanyia wepesi katika ndoa yangu, aweze kunifanyia wepesi katika ajira yangu, aweze kunifanyia wepesi katika maradhi yangu haya, aweze kuniondolea maradhi haya. Kwa hiyo kwa sadaka hii Mwenyezi Mungu ninakuomba uweze kunifanyia wepesi. Wallahi wabillahi watallahi Mwenyezi Mungu ataweza kukuondolea. Kwa hivyo ninaomba Waislamu ya kwamba tufanye zoezi hili tuweze kulikamilisha. Ningeweza kuzungumza sana, lakini niweze kumkabidhi Sheikh Ali hapa tuweze kuendelea inshallah, ili tuweze kuingia katika kipindi cha muhadhara inshallah, itakuwa ni bora zaidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan minkum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ila saamahadi shukri iskale Allahi koonkan ina keenay muslimada nagu maneystaa mahadi shukri iskale. Walaalayaal ayaa hore waa idin soo bandhignay yarka muaadinka ahaa oo xanuunsan oo kaliyaha laga dhaqo isbuuciiba 2 jeer kaliyaha laga dhaqo. Walaal faqrinimada ka muuqatay meeshaas waad aragteen. Waa nin masaakiina, waa nin 20 sano iyo ka badan muaadin ahaa oo Ilaaha dartiisa u aadamay oo mishaarna aan lagu siinaynin, ilaa haddana asagoo xanuunsan aadaankii uu wadaa. Marka walaalayaal ninkaas masaakiinka aan garab u noqono, Ilaaha dartiisa u bixino, waalidiinteena u hormarsan karnaa, xaaskeena u hormarsan karnaa, walaalaheena u hormarsan karnaa, nafteena u hormarsan karnaa. Ma garateen? Marka walaalayaal sadaqadaas aan idin ka rabnaa. Lacagta ayaa hore aan helnay ilaa maalintaas ilaa iyo maanta waa 104,000. waxaan idinka dalbanay 250,000. waxa inoo haray 146,000 noo hartay. walaal 146,000 kuna idinka rabnaa. Ilaaha dirsa ula bixi jirteen, haddana Ilaaha dirsa ula baxa. waa sadaqatul jaariya, waa nin muslim aad ku caawinaysa oo masaakiina oo walaalkaaga oo muslim aad ku caawinaysa. Ilaaha dirsa ula bixi jirteen, haddana Ilaaha dirsa ula baxa. cimrigiina Allah barakeeyo,
guryihiina Allah ha barakeeyo xoolihiina Allah ha barakeeyo awlaadiina Allah ha barakeeyo waalidiinta dadaalay hadda intaan Allah u naxariisto muslimiinta kuwa buka Allah ha caafiyo kuwa caafimad Allah ha ziyaado barakallahu fiikum an leenahay walaal cimrigiina Allah ha barakeeyo xoolahaas ayaa idinka sugaynaa ilaa darteed idinka sugaynaa aan wax ku soo tuturun sadaqo barakallahu fiikum jazakallahu khairan jazaa karibu kaka Anaitwa Salim. Mimi naitwa Peter. Peter, hata mimi Peter jina kubwa nayo ndio hivyo. Muislamu, Mkristo? Mkristo. Mkristo, asante sana. Mimi ni Muislamu. Ungekuwa na swali ungependa kuuliza kuhusu Uislamu, tuko hapa sio kuonyeshana tunajua kuliko wengine, ila ni kufundishana yale machache ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kuwafikishia viumbe. Unaona na wala hatuko hapa kukashifu dini yako wala nini. Swali gani ungependa kujua kuhusu utofauti wa Ukristo na Uislamu? Ni dini ipi inaabudu Mungu wa ukweli? Asante sana. Utofauti wa Ukristo na Uislamu ni tofauti ni moja, ni kwamba Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu, lakini Ukristo hakuna mahali popote imetajwa kuwa ni dini. Sawa? Na Uislamu 626 kwanza Qur'ani ni kuanzie vizuri uone namna inavyosema. Sijui kama usaibahatika kuiona Qur'ani, ndio hii Qur'ani. Mwenyezi Mungu anatuambiaje? Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu. Asante. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu, ndiyo njia ya Mola wako iliyonyooka. Tena Mungu anatuambia Uislamu ndiyo njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyooka. Yaani Uislamu haina kona kona, iko straight. Tena Mungu anatuambiaje 5:3 Qur'an. Na ndio unaona leo alhamdulillah kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumekuwa Waislamu, sio kwa sababu ati tuna akili zaidi ama nini. Ni neema ya Mwenyezi Mungu, kwa huruma zake ametufanya Waislamu. Sikiza hapa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Tena Mungu anasema Uislamu umekamilika, hakuna kuongeza ongezwa. Na kukutimizieni neema yangu. Na Mungu ametutimizia neema yake. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Na Mungu ametupendelea Uislamu uwe dini yetu. Na ndio unaona tofauti sana ya Uislamu na Ukristo ni kwamba Uislamu Mungu ametupendelea tuwe Waislamu. Unaona? Lakini katika Ukristo, katika Biblia sijapata mahali popote Mungu anasema kuweni wa Kristo, sijapata. Lakini kwa Qur'an tunaambiwaje kuhusu wa Kristo? 5:14 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Na kwa wale waliosema, sisi ni Wakristo. So kuna watu Qur'ani inatuambia walitaja wakasema wao ni Wakristo. Qur'ani inatukumbusha kuna watu walijiita Wakristo. Sasa Mungu anasema tulichukua ahadi kwao. Tena Mungu anasema kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote. Sio Mungu ati wa Uislamu peke yake, hapana. Mungu ni Mungu wa wote. Na ndio sisi Waislamu hata hatuna itikadi ya kusema ati ukifanya makosa ati utaenda kwa shetani. Hakuna mahali kwa shetani. Sehemu zote ni za Mungu. Motoni ni kwa Mungu, peponi ni kwa Mungu. Na nipata vizuri, Mungu ndio ameweka moto na ameweka pepo. Pepo ni ya kuwalipa waja wazuri na moto ni ya kuadhibu waja ambao walimwasi Mwenyezi Mungu. Nipata vizuri Sikiza habari. Lakini wakaacha sehemu kubwa ya yale waliokumbushwa. So Wakristo tatizo yao waliacha mambo ya Mungu waliokumbushwa. So Wakristo tatizo yao ndogo, waliacha yale Mungu aliyowakumbusha. Teremka baba. Kwa hivyo tukaweka baina yao wenyewe kwa wenyewe uadui na bugudha mpaka siku ya kiyama. Unaona, sasa Wakristo wakawa wenyewe kwa wenyewe, unawapata wana uadui. Unapata kanisa iko hapa, nyingine iko hapa, huyu hawezi ingia kwa hii. Anamchukia huyu naye ako hivi, unaona? Lakini haikuwa dini ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha, kwa sababu Mungu ni mmoja, ameteremsha dini moja ya Uislamu. So tofauti ya Uislamu na Ukristo ni kwamba Uislamu ndio dini manabii wote walikuwa. Yesu alikuwa Muislamu, Musa alikuwa Muislamu, Ibrahimu alikuwa Muislamu. Manabii wote waliokanyaga katika ardhi walikuwa na dini moja ya la ilaha illa Allah. Yani walikuwa na itikadi Mungu ni mmoja peke yake ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Ukristo, Yesu alikuwa Muislamu. Yesu alikuwa ni Muislamu ndugu yetu. Alikuwa akielekea msikitini. Mamake alimpata ujumbe akiwa kwa msikiti. 19:16 Qur'an. Kabla ya Yesu, Mariamu alikuwa ni Muislamu. Aliyemzaa Yesu alikuwa ni Muislamu. Tena amemzaa ndani ya amepata mimba yake ndani ya msikiti. Ameletewa ujumbe akiwa kwa msikiti. Akiwa anaswali, anasujud, anamsujudia Mwenyezi Mungu aliyeumba bingu na ardhi. Sikiza inasemaje? Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, mwalimu wangu.
Na mtaje Maryam kitabuni humu. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezwa na mtaje Maryam binti Imran katika Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ni last revelation, ndio revelation ya mwisho, ndio kitabu cha mwisho Qur'ani. Anaambiwa mtaje Maryam katika Qur'ani. Kwa nini anaambiwa? Alipojitenga na jamaa zake, Asante, akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti. Sikiza, Maryam alikuwa akienda msikitini, anafanya ibada msikitini. Sikiza maajabu ya msikiti, hujaipata. Na akaweka pazia kujikinga nao. So katika msikiti wanawake wakiingia, kama hakuna ijagawanyiwa na mawe, huwa wanaweka pasia. Kunawekwa pasia, wanawake wanakuwa pande yao na wanaume pande yao. Manake labda hujaingia msikiti. Umebahatika kuingia msikitini? Nishaingia msikiti. Asante. Unajua kuna upande wa wanaume na upande? Wanaume na wanawake. Pande ule kule ushago mahali labda hakuna ile development ya hali ya juu, watu wanajenga tu hall moja lakini inagawanywa na curtain. Pata. So akaweka pasia kujikinga nao. Tukampelekea muhuisha sheria yetu Jibril. Akajidhimirisha kwake kwa sura ya binadamu aliye kamili. Maryam akasema, hakika mimi najikinga kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niepushe nawe. Asante. Ikiwa unamuogopa Mwenyezi Mungu, basi ondoka nenda zako. Malizia. Malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako, ili nikupe mwana mtakatifu. So Mariamu akiletewa habari ya kuzaa mtoto alikuwa ndani ya msikiti. So Mariamu ni Muislamu, dada yetu. So hapo kwa hekalu kwa msikiti. Alikuwa kwa hekalu, alikuwa kwa msikiti. Inaitwa Masjid Al-Aqsa. Iko mpaka leo. Okay, sawa. Asante, nimeelewa. Acha ndio nifanye utafiti. But mimi najua according na Biblia, Yesu alizaliwa kwenye zizi la ng'ombe. Kuzaliwa kwa zizi la ng'ombe hata katika nini? Katika Qur'ani hajazaliwa ndani ya msikiti. Hapana. Ni ujumbe uliletwa akiwa kwa msikiti. Kuzaliwa amezaliwa hapa. Qur'ani 19 teremka 23 anza hapo. Kuzaliwa tukuonyesha alipozaliwa. Alizaliwa chini ya mti shina la mtende. Sikiza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kuanzia 22 mwalimu wangu. Asante. Basi uchungwa akachukua mimba yake. Akachukua mimba yake. Akaondoka nao mpaka mahali pambali. Akaondoka na mimba yake mpaka mahali pambali. Kisha uchungu kampelekea katika shina la mtende. Yani sisi tunaambiwa amezaa akiwa chini ya mti wa mtende. Unajua tende wewe? Namjua mtende chini. Mashallah, tena tamu sana. Tena tende ni dawa. Changanya na maziwa ndio hivyo. Teremka baba. Akawa anazana huko anasema. Laiti ningekufa kabla ya haya. Ningekuwa nimesahulika kabisa. Unaona? So sisi tunaambiwa amezaliwa chini ya mtende, sio katika holi la ng'ombe. Kwa sababu ng'ombe za maizo sijajua nani walikuwa wanalisha, na ingekuwa ni site ya watu kwenda kuona hiyo sehemu. Lakini sijapata hiyo site ambao mahali Yesu alizaliwa kwa ng'ombe mpaka leo ingekuwa inaonyeshano. Unajua tuna ile historical site ambao sisi tunaenda tunaona ukweli ulioko. Unaona, kwa mfano katika Maka kuna sehemu ambao tunatembea tunaenda tunachota maji ya Zamzam. Wale wanaenda hija. Maji ya Zamzam ni ile kisima ambao Nabii Ismaili akiwa mtoto mdogo ilitoboka wakati aliachwa yeye wakiwa na mamake, wakawa wanakimbia kwa sababu ya kiu, kwa sababu ni katika jangwa, ikatoboka kisima. Hata katika Biblia imetaja imetoboka kisima, lakini haijasema iko wapi. Lakini sisi katika Uislamu inatueleza iko sehemu ya Maka na ukienda unaiona, inaitwa maji ya Zamzam. Sawa So katika Biblia Yesu pia inadhibitisha alikuwa ni Muislamu. Usaiona? Kwa Biblia inadhibitisha Yesu alikuwa Muislamu. Usaiona? Sijawahi. Bulete hiyo Biblia, weka Qur'ani kando kidogo. Acha tuingie kwa Biblia tusikie 4:16 tuangalie inasema alikuwa akifanya ibada zake wapi. Pole tutumpe maziwa. 4:16 mwalimu wangu. Pole. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Sasa tunaambiwa anza 14 ndio tujue alikuwa anaongozwa na nini. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Kumbe tunazungumza kuhusu Yesu akaongozwa na nguvu za Roho. Alikuwa akiongozwa kwa sababu yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Sikiza habari. Akaenda Galilaya. Asante. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Asante. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Kumbe yeye alikuwa akifundisha katika masinagogi.
Malizia baba. Akitukuzwa na watu wote. Teremka. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe alikuwa na desturi, siku ya ibada anaenda katika sinagogi. Wewe katika usomi wako unaelezwa hii sinagogi ni jengo gani? Hekalu. Asante sana. Wacha tuulize Yesu kama sinagogi ni hekalu kwanza. 19:18 Yohana. Tuulize kwanza Yesu kama sinagogi ni hekalu. Atujibu huyu Yesu. 19:18 kwanza. 19:18 Yohana. Tunamuuliza tu Yesu, je, sinagogi ni hekalu? 18:19. 18:19. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake. Yesu aliwekwa katika mahakama, anaulizwa habari za wanafunzi wake. Habari za mafundisho yake. Asante. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi. Siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu. Allah. Kumbe anafundisha katika sinagogi na katika hekalu. So sinagogi si hekalu. So kwa sababu ni manyumba mawili tofauti. Anafundisha? Rudia pole ajue. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake. Asante. Na habari za mafundisho yake. Asante. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi. Siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu. Kumbe so sinagogi ni msikiti. Sijui sinagogi ni nini, ndio nataka tujue. Tumeambiwa kuna sinagogi na hekalu. Wacha tuulize Biblia. Wewe Biblia unasema sinagogi nini? Kuna watu waliandika maneno magumu humu nyuma. Wanasema sinagogi nini? Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Allah. Muonyesha aone. Unajua hajaiona. Unajua sio ni mimi ni maelezo yamewekwa nyuma, maneno magumu yasiwape matatizo. So walioandika Biblia wanatuambia hii sinagogi isiwape matatizo. Maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Msikiti wa Wayahudi pia Yesu. Asante. Yesu pia simeonyesha hapo alikuwa pia anafundisha katika hekalu. So alikuwa anaenda hekalu na sinagogi. Kabisa. Sasa hii hekalu nayo ni nini? Tusapata sinagogi ni msikiti. Hekalu sisi katika historia tunaambiwa hekalu ni moja iliyojengwa na Nabii Suleimani alayhi salam, na iko hapa ndio inapiganiwa saa hii na hawa setra masetra hawa wanaitwa hawa wanaitangwa nane? Mazionist. Mazionist ndio wanaipigania. Sasa hii hekalu nini? 11:1 kitabu cha Ufunuo. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja akaniambia. Inuka ukalipime hekalu la Mungu. Kumbe hekalu la Mungu kweli. Malizia. Na madhabahu. Na hao wasujuduo humo. Kumbe wale wako kwa hekalu wanasujudu, wanapeleka nyuso zao chini. Kusujudu sio kuabudu tu. Kusujudu ni neno linatokana na neno sijida. Maana yake kupeleka uso chini. Kama uko na smartphone, andika nini maana ya kusujudu. Tafuta kwa nini, watakuletea, watakuonyesha mpaka uso umewekwa chini. So hekalu ni sehemu watu wanapeleka uso chini. Kanisani sijaona watu wakipeleka uso chini kaka. Nilikuwa kule. Kanisa yangu mimi tunainama. Kanisa gani yako? Manake mimi nilikuwa kule lakini nilikuwa katika Katoliki. Katoliki kuna viti vilikuwa pale. So yako ni gani hiyo wanapeleka uso chini? Okay, ni inaitwa King's Outreach but King's Outreach ama Repentance and Holiness. Repentance and Holiness. Kwani ni ya ule Aworama? Okay, si award but ni kanisa. Ndio nauliza yeye ndio kiongozi pale. Unajua Repentance tunasikia. So usifiche kwa sababu alituambia dunia inaisha mwezi wa 8, sasa hii tuko mwezi wa 9. Sijaelewa kuliendaje, waliailisha ama mambo ya mtandao propaganda. Ni vizuri umekuja ndio usafishe. Unaona, ndio nasema kwa sababu imezunguka kwa kila mtu. Unajua sasa tulikuwa tunasubiri dunia iishe, haikuisha. Hatujafuata mfuasi wake kidogo atuelezee nini kilichotukia. Sasa na kuna mfuasi wa Prophet Wall. Mimi naenda kanisani kusali na msalia Mungu. Ni kweli, lakini wale ambao wafuasi wanaenda katika Repentance kiongozi wao anajulikana ni Awor.
War ndiye anajulikana katika hiyo nini. Ni kwa mfano wale wanaenda katika neno, ngoja nikuweke vizuri. Wale wanaenda katika neno wanajulikana, Ng'ang'a ndio bishop wao, unaona? So bila kwenda mbali utauliza tu, nataka tujue hapa hii dunia kuisha ilikuwa ni propaganda, maana yake hakuna. Okay, mimi according na mimi ilikuwa tu ni propaganda. Ilikuwa ni propaganda. Kulingana na wewe. Kulingana na mimi. Sasa uliza ile swali ulikuwa unataka kuuliza. Umeniuliza, umesema ya kwamba nikienda kanisani kiongozi wangu, tuseme sasa kama mimi naenda hiyo kanisa ya War ndio kiongozi wangu. Hapana, mimi nikienda kanisani mimi naenda kusali. Siendi juu ya War, naenda kanisani jukumu. Lakini ni kiongozi. Amna, si kiongozi. Pale mimi nakuwa na shaka nayo. Kiongozi ni Mungu. Asante. Ile shaka niko nayo ni kwamba leo akiamka aseme amefunga hizo kanisa za Holiness. Inaitwa Holiness and Repentance, kwa sababu yeye ndiye amerejestiwa kule kwa government. Sisi zitafungwa zote Kenya. Zikifungwa bado kuna wale mapasta pia watakuja wafungue. Sisi waumini tutafuata, tutaenda pengine. Ndio akifunga tutaenda kuabudu mahali pengine. Asante. Na wewe ukiingia kule, kwa sababu ukienda kwa Katoliki waamini kama War ni prophet. Wewe unamwamini ni nabii ule? Mimi si okay. Unajua unajua leo tumekupata ni mzuri. Unajua tungekuongea kama hakuna mfuasi wa huko ingekuwa ni kwa sababu angalia, ukienda kwa Katoliki wanakuambia wao hawaamini mtu kama War kuwa ni mightiest prophet. Unaona, ukienda kwa SDA wanakuambia hawaamini SDA, wanaamini mtu anamuita Ellen G. White. Unaona, ukienda kwa Katoliki wanaamini mtu anaita Pope. Sasa wao haamini ule. Hebu pia mimi naulize swali. Wakati mnaenda pale msikitini kusali, kuna kuanga na imam, si ndio? Imamu yuko. Nyinyi mnaamini kwa imam kuwa ndio nabii ama mnaamini tu kwa nani Muhammad? Asante. 33:40. Mbona mambo yetu yako wazi? Sisi tunaamini huyu ndio nabii wa mwisho. Hakuna nabii mwingine. Ukisikia mtu anajiita nabii katika Uislamu atakula viboko, kwa sababu ni kucheza anacheza. Na mambo ya imani hataki. Ndio nataka nikuonyeshe. Sisi tunaamini imamu sio nabii. Nabii wa mwisho ndio huyu Safiri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si baba yoyote katika wanaume wenu. Asante. Bali yeye ni mtume wa Mungu. Asante. Na mwisho wa mitume. Yeye ndio mwisho wa mitume. Baada yake hakuna mtume mwingine anakuja duniani. Ni last prophet. So tukisikia Muislamu labda amesimama akasema ati mimi ni nabii, tunajua kichwa yake kachanganyikiwa, kwa sababu nabii wa mwisho anaitwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na akapewa kitabu cha mwisho ni Qur'ani. Baada ya Qur'ani hakuna kitabu kingine kinakuja duniani, na huyo ndio mtume wa mwisho. So hao wengine wanajiita mitume, tunawaweka katika kiwango cha wa mitume wa uongo. Nimeelewa. Swali ya mwisho. Uliza baba. Hapo tukianza ulisema ya kwamba Kristo si dini ya kweli. Sijapata mahali imesema Ukristo ni dini. Nikipata lakini sijaipata mpaka leo. Dini ni moja tu, Uislamu. Hii nyingine hakuna mahali imeandikwa katika vitabu. Kwa mfano Ukristo ukisema inakuwa ni wewe unasema, lakini kwa vitabu haipo. Basi hebu nionyeshe penye imeandikwa kwamba Uislamu ndio dini ya ukweli, ila tu Kristo si dini ya ukweli. Hakuna mahali nimeona imeandikwa Ukristo si dini ya kweli, kwa sababu kwanza haipatikani kuwa ni dini. Sawa. Ile nimepata 3:19 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hiyo ndio nimepata. Kwa Qur'an. Kwa Biblia ambayo inasemaje? Ya kwamba Muislamu ndio dini ya ukweli. Hivi wangekuandikia kwa Biblia Uislamu dini ya kweli, wewe ungeenda kanisani? Mbona nisiende? Kwa sababu mbona waandishi wangeandika dibaji wanasemaje? Wewe walifanya uchakachuaji kaka. Yaani ilikuanga walinyofoa, kwa sababu wangekuandikia wanajua huyu angepatikana. Sasa wanasema hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Wanakuambia walioandika hii kazi ya kuandika hichi kitabu haikuwa rahisi. Hii ni dibaji, utangulizi. Kwa wale wasomo wanajua, lazima unasoma utangulizi, unajua mwandishi alikuwa. Matumizi mbalimbali yametokea katika janibu mbalimbali za nchi hii. Asante baba. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu katika Agano la Kale litaandikwa Jehova au Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Asante. Litakapopigwa chapa kitabu cha Agano la Kale, kutakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo. Asante. Pia maendelezo ya majina yote ya watu na ya mahali ilikuwa lazima yafikiriwe tena na mengine kutengenezwa. Jambo hili lilikuwa kazi kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu
yako majina zaidi ya 3,500. Tena jina la kitabu chenyewe lilifikiriwa kama kiitwe Maagano Mapya au Agano Jipya. Unaona? So waandishi wanasema kuna mambo walifikiria na mengine wakabadilisha. Sasa wangekuandikia Uislamu dini ya haki, wangejua wewe hungebaki kanisani. That's why wakaficha. Lakini wakasahau kuandika Ukristo dini ya Mungu, walisahau. Iko sawa kwa sababu katika waandishi unaendanga unasahau, wao walisahau. Sasa dini iliyobaki duniani peke yake inayojulikana na iko na ushahidi al-Islam ni Uislamu, ambao ndio dini yako wewe kaka. Mimi hata niliona ukiwa na sunna hivi nikadhani Muislamu ndugu yangu. Maana hii tunaita sunna. Unaona Sasa nikadhani Muislamu ndugu yangu, lakini lakini pia wewe ni Muislamu uliotoka katika Uislamu, kwa sababu wewe umeniambia kule katika holiness hiyo kanisa yenu mnapeleka uso wapi? Tunasujudu. Mnasujudu. Qur'ani 3:113. Wewe ni Muislamu ndugu yetu. Unafaa ukuje tu moja kwa moja. Sikiza inasemaje? Ndio nakuonyesha kaka. Sikiza inasemaje? Katika kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante baba. Wao waliopewa kitabu si wote sawa. Yaani wale waliopewa kitabu si wote sawa. Katika hao waliopewa kitabu wamo watu waliotengenea. Asante. Wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku. Asante. Na pia wanasujudu. Yaani na pia wanasujudu kama kaketu anasujudu. Maana yake yaani wamesilimu. Ana kumbe ukiona mtu akisujudu sasa silimu, kwa sababu inatokana na sijida. Umesilimu wewe. So wewe ndugu yetu Muislamu ni venye tu unakimbilia kule. Na ndio unaona katika hiyo kanisa yenu wanawake mnawavalisha vizuri, si kama wale Wakristo wengine. Manake nyinyi Waislamu mnakaa katika mlango wa nyuma, ingieni kwa mbele tu. Twende tu msikitini. Wanafunika. Nimeona wakipita hapo wanavaa vizuri sana. Unajua mgara muwe lakini haki umpe. Ni ukweli, unajua tuwezi danganya. Hiyo holiness tunaona wanawake venye mnavaa wanafika zuni, lakini wanaume saa zingine nasikia wanavaa suti. Sasa hiyo dressing code ya suti sijui alitoa wapi. Lakini ya wanawake iko sawa. Wakisilimu hata wanaendelea tu, haina tatizo. Sasa wewe unasemaje na wewe jiunge uwe Muislamu? Awacha nitafanya utafiti kwanza, nichunguze kabisa, nielewe kabisa kindani. Asante. Kinachokuzuia nini? Unamjua Muhammad vizuri? Mimi namjua Yesu Kristo, simjui Muhammad. Unamjua Yesu. Asante sana. Muhammad hujai msikia? Sijawahi. Mimi nimelelewa kwenye dini ya Ukristo. Asante sana. So Muhammad hujai msikia? Nimemsikia kwa wakimtaja kwa Kiislamu, but sijawahi fuatilia ukajua vizuri. Acha nikupe aya 2 umsikie Muhammad vizuri. 758 Qur'an. Hebu msikie huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni mtume tu kama Elijah. Tofauti na Elijah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tofauti mpaka na Nabii Isa ibn Maryam. Wote ni mitume, lakini yeye ako na daraja kualikwa mitume wengine kwa sababu yeye ametumwa kwa ajili ya walimwengu wote. Hao wengine walikuwa wanatumwa specific kwa watu wao na kabila yao. Leo ndio unaona wewe unasema unamfuata Nabii Isa ibn Maryam, lakini lugha ya Yesu hujui. Unajua kuongea Kialamite? Yesu aliongea lugha ya Alamite. Unajua kuongea Alamite? Yesu ni Mwisraeli. Aliongea Alamite. Waisraeli wanaongea lugha ya Alamite. Na sijui kuongea. Hujui kuongea. Sisi tunamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunajua kuongea lugha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ametumwa kwa ajili yetu wote. Sikiza habari 758 kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enyi watu, hakika mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu kwenu nyote. Unasikia, Muhammad ametumwa kwa ajili ya watu wote. Ametumwa kwa Wajaluo, ametumwa kwa Wakisii, ametumwa kwa Wakamba, ametumwa kwa Wakikuyu, ametumwa kwa watu wote mpaka Waisraeli wote. Mtume wao ametumwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 21:107. Hata wewe huyu ndio mtume aliyetumwa kwako, ambaye anakufunza hapa duniani maisha utakayoishi hapa duniani, kwa sababu kuna akhera. Hapa duniani tunaishi miaka kidogo sana. Hivi ukiwa utaishi miaka 75, uko na wiki 1400 hapa duniani. Hebu imagine kama sijakosea, utakuwa na almost wiki 1400 hapa duniani. Unaona? Yaani uko na muda mchache sana duniani. Ndio unaambiwa wewe mwanadamu kuna vitu viwili unafaa uzingatie. Kwanza, ujana wako. Unaona, wakati uko kijana unafaa uzingatie sana, kwa sababu ujana unaondoka unaingia uzee. Utatamani ukiwa mzee lao urudishwe uwe kijana ufanye mambo ungeyafanya. Unanipata vizuri? Pili, afya yako. Unaona, wakati uko na afya shukuru sana. Kuna watu wamelazwa Kenyatta, mtu amekaa Kenyatta 30 years ni mgonjwa.
hawezi kujipeleka haja wala nini. Mkojo inatolewa na nini hapa. Unanipata vizuri? Choo nawekewa pampers ndio itoke. Unanipata vizuri? So afya unafaa unashukuru, unasema alhamdulillah. Na pia muda. Ukienda gerezani ndio utajua muda ni muhimu. Kama hujaishikwa shukuru. Sijawahi shikwa. Hujaishikwa basi wewe shukuru. Wewe ukienda jela ndio utajua muda. Hii wakati unaona mtu anazunguka ni muhimu zaidi. Watu wako jela hana time yake. Piga kwanza, mnakaba mnahesabiwa. Wewe una habari hesabu. Yaani hesabu kila exchange inafanywa hesabu. Unapata vizuri? Na sio kuhesabiwa ati moja mbili unagongwa baba Unapata vizuri? So shukuru pia muda. Time ambao Mungu amekupa uko na time unaweza move. Hiyo shukuru. Sikiza habari. 21:7. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nasi hatukukutuma. Hatukukuleta. Ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Tupiga fanusi yake. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Huyu ndiye ametumwa kwa ajili ya watu wote. Anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wa Mwenyezi Mungu ametumwa kwa ajili ya Wakikuyu kila kabila. Na ndio unaona leo unampata Mjaluo anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mkikuyu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mkamba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunakuwa na ile kodi moja. Yaani tunaongea katika lugha moja. Ukiingia katika msikiti hata uwe wewe sio miongoni mwa hao wako kwa msikiti, unaelewana na wao kwa sababu mmeenda kufanya ibada. Na hakuna mdosi katika msikiti. Ati mdosi amekuja ati muondokee pale mbele, ati hata MCA akija hata uwezi jua kama ameswali. Wacha MCA, hata rais akija. Alikuja wakati mmoja rais wa Sudan akiitwa Omar Bashir, aliswali Randes Ijumaa, aliswali nyuma kwa sababu alipata watu wamejaa na ni siku ya Ijumaa. Si ati rais amekuja ondokeni bana, acha hakuna. Lakini pale kanisani akija MCA, si wewe utaambiwa kijana jipe shughuli. Ndivyo. Sasa mbele ya Mungu tuko same. Sasa sijui mbona nyinyi huwa mnawaweka sana hawa viongozi. So ni utofauti tu. Utofauti ya nini? But nimeelewa, ndafanya utafiti alafu ndajua ni kipi. Asante sana. Wewe fanya research zako pole pole, nafasi iko na tunakukaribisha kuwa Muislamu. Kuwa Muislamu ni free, hakuna membership card ati utaitishwa ama nini, ni free of charge. Sawa? Na unaingia msikiti yoyote ambao itakuwa karibu na wewe. That's the goodness of Islam. The beauty of Islam. Sawa? Karibu sana katika Uislamu. Haya. Pumzika hapo, siwe na wasiwasi. Wananiita Salim. Ramadhani. Muislamu Mashaallah. Karibu wewe, pumzika tu. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Eric. Eric, asante sana. Jina kubwa sana hiyo Eric bana. Mimi Muislamu. Wangu ni Mkristo bado. Wewe ni Mkristo bado. Na sisi tunakukaribisha uwe Muislamu. Una swali ungependa kuuliza hapo, ukija kwanza usiwe na tensa ama nini. Hatuko hapa ili tukukandamize, ati tukuonyeshe ujui ama hapana. Tuko hapa ili kuelimishana. Sawa? Unaweza nielimisha kitu na mimi naweza kuelimisha kitu. Hebu injika swali tulisikie. Swali ya kwanza ni kwamba Allah ni nani kwako? Ningependa nijue Allah zaidi kwa maana nimesoma hapa na sijaelewa vizuri. Anauliza, anataka kumjua Allah. Man huwa Allah? Allah ni nani? Qur'ani 17 anza 110 baba. Man huwa Allah? Anataka kumjua huyu Allah ni nani. Sikiza sasa, Allah ni nani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Tunaambiwa muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. So Allah haina wingi wala nini. Tunaambiwa muombeni Mwenyezi Mungu kwa hii jina la Allah. So Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi ndio anaitwa Allah. Naam. Umeelewa? Naelewa vizuri. Sasa sifa zake huyo Allah 112 anza 1. Sura Ikhlas. Sifa zake sasa huyo Allah sio kama za binadamu, kwa sababu kuna watu wanasikia eti Mungu anasikia, wanadhani kwa sababu imesemekana Mungu anasikia, wanadhani Mungu ana masikio kama hii yetu. Wanaposikia Mungu anaona, wanadhani Mungu ana macho kama hii yetu. Hapana, sio hivyo. Sikiza inasemaje sifa zake Allah. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante baba. Sema yeye ndiye Mwenyezi Mungu mmoja tu. Kwanza huyo Allah tunaambiwa ni mmoja peke yake, sio wawili au watatu. Sikiza habari. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote.
kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Yani huyo Allah ndiye anafaa kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Si unategemea ati wachawi, hapana, mtegemea Allah peke yake. Sikiza habari, Hakuzaa wala hakuzaliwa. tena tunaambiwa ni lam yalid wala miulad, yani hakuzaa wala hakuzaliwa, maana hana watoto, lakini ana viumbe kwa sababu ni muumbaji. Malizia baba. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Wala Allah hafanani na sisi, lakini alituumba kwa mfano wake namna anavyotaka, yani his own design, venye alitudesign anavyotaka yeye. Akatuweka pua imeangalia chini, hakuweka pua imeangalia juu. Leo maji ingekuwa inatusumbua. Akatuweka mdomo hivi, masikio mbili pande hii, au tungewekwa masikio hapa kwa nini, ingekuwa tunakaaje? Tena Mungu anatuambia amemuumba mwanadamu kwa sura iliyo bora sana, yani tumeumbwa katika beauty. Image yake. Sio image yake, kwa mfano wake aliyoutaka. Yani kwa mfano fundi amejenga hii nyumba kwa mfano wake. Yani huo fundi ndio amedesign hii nyumba anavyotaka, lakini fundi hafanani na hii nyumba. Mchina ametengeneza hii Porobox kwa mfano wake Mchina. Sio kwamba Mchina anafanana na Porobox, hapana. His own design venye alikuwa anataka. His own image namna alivyokuwa anataka iangalie. Lakini watu wanaibadilisha, wanasema ati wao wanafanana na Mungu. Wewe, Mungu ametuweka tundu 7. Yani mashimo 7 katika mwili sisi wanadamu. Sasa ukisema tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, Mungu atakuwa na hiyo mashimo 7? Hana. Sisi tu shimo hii ya kwanza, ya pili. Au ni mawili matatu, ya 4. Sawa na 5, 6 na 7, nenda utafute. Elewa. Sasa sisi wanadamu tumeumbwa hivyo. Unapata vizuri. Sasa Mungu hana hiyo. Ukisikia mkono wa Mungu sio kwamba ati ana mkono kama hii, hapana, ni uwezo ile ambayo ako nayo. Ukisikia Mungu anaona si ati ana macho kama hii, hapana, uweza wake, hakuna jambo linatendeka bila kulifahamu. Leta maswali. Swali lingine ni kwamba Muhammad ni nani kwako ndugu yangu? Asante, anauliza huyu Muhammad ni nani? Wacha tumjue huyu Muhammad ni nani. 25:51 Qur'an. Tumjue huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani. Huyu Muhammad ndio tunamjua. Muhammad ni nani? 25:51. Muonyeshe, hii ndio Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante baba. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao. Asante. Lakini tumemleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Kumbe Muhammad ni mtume aliyetumwa kwa ajili ya watu wote. 48:29 Qur'an. Muhammad ametumwa kwa ajili ya watu wote, ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ameletwa kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya Wakisii, Waluya, Wakamba, Wajaluo. Wameletwa huyu Muhammad, wasije wakasema hawakutumiwa nabii, kwa sababu Isa ibn Maryam, Yesu, amewekewa mipaka, ametumwa kwa ajili ya wana wa Israeli, hakutumwa kwako. Sasa wewe ungeenda kulaumu Mungu, uambie Mungu mimi sikutumiwa mtume, ndio Mungu akatuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya walimwengu wote, wasije wakalaumu wakasema hatukutumiwa nabii. Sikiza habari inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tena Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, katumwa na Mwenyezi Mungu. Muhammad si mtoto wa Mungu, kwa sababu Mungu hazai wala hakuzaliwa. Ni kiumbe cha Mungu, Mungu akampa daraja akawa ni mtume, ametumwa kwa ajili ya watu wote. Na ndio unaona risala ya Qur'ani inawahusu watu wote duniani. Ujumbe aliyokuja nayo Muhammad inawahusu watu wote. Wanaambiwa wamwabudu Mungu mmoja peke yake, wasimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote, kwa sababu shirki ndio dhulma iliyokubwa sana. Shirki ni nini? Shirki ni pale unaposema Mungu ana mtoto, Mungu ni mmoja ndani ya watatu, hiyo ni shirki. Kushirikisha Mwenyezi Mungu inaitwa shirki. Ni kama neno kafiri. Kafiri watu wanasikia likitajwa wanasema ni matusi. Hapana, kafiri ni sifa inayopewa mtu anayefunika ukweli. Maana yake amekufuru, amefunika ile ukweli, hataki ijulikane, anakuwa kafiri. Hapo umenieleza vizuri. Nimepatana na wewe, smart sana, nimekuelewa. Swali ya tatu ni kwamba nasikia fununu na haifai nisikie fununu, ila uko hapa kunijibu. Ndio umetupata. Hiyo fununu singependa niendelee. Leta hiyo fununu. Wanasema hivi, wale wanaongea ya kwamba mnachukia dogi. Ni nini dogi ilifanyia msikiti?
Asante sana. Swali nzuri sana ameleta. Anasema Waislamu anasikia tunachukia dogi. Kwanza hiyo ni uongo. Hauwezi kuchukia kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Sawa Huwezi, hata nguruwe hatuichukii. Pata vizuri Ndio nakuweka vizuri. Hakuna Muislamu anaweza kuchukia kiumbe alichokiumba Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu akiumba na hekima yake. Ila sasa umbwa tumewekewa masharti. Masharti maana yake tumewekewa instruction. Umbwa tumeambiwa unaweza ukaifuga ukiwa Muislamu, lakini iwe ni kwa ajili ya ulinzi au kuwinda. Kweli hiyo ndio kazi ya dogi. Ulinzi na kuwinda. Lakini mambo ya umbwa kuiweka inakuwa kama pet. Tunacheza nayo, unaishika hivi, unaibusubusu, tumekatazwa kwa sababu ina maradhi mengi mno. Na nipata vizuri. So ni kwa ajili ya hygiene ya mwanadamu ndio tumekatazwa kushikashika umbwa, kucheza na umbwa na nini. The same tumekatazwa kula nguruwe kwa sababu tumeambiwa ni uchafu, inatuharibu katika miili yetu. Lakini hatujaichukia, ni kiumbe cha Mungu. Unanipata vizuri? Na katika Biblia pia mambo ya umbwa mmeambiwaje? 4:3 wa Filipi. Wengine huwa nafikia wanasema kwamba umbwa alikula sijui nani. Alikula mtume. Unajua ni hizo zinaitwa propaganda. Tena watu wanasema mti mwenye matunda ndio hurushiwa mawe. So wasajua Uislamu una matunda yake ndio wanaurushia mawe. There is no any beauty ama there is no any religion you can compare with Islam. Yani Uislamu inakufunza maisha hapa duniani, kesho kaburini na kesho akhera. Kaburini kuna maisha, watu wanaishi kaburini. Tena kuna maisha ukitoka kaburini utaenda kuishi siku ya kiyama. Duniani ndio unaishi miaka kidogo. Kaburini kuna watu walikufa wakati wa Ibrahimu, wako kaburini. Kuna watu walikufa wakati wa Nabii Adam alayhi salam, wako kaburini mpaka saa hii. Duniani saa hii hakuna mtu amefikisha miaka 200 duniani. Ukipata mtu mzee sana atakuwa ni miaka 120 ama miaka 130. Hiyo ni kweli So maisha mingi watu wanaishi hapa kaburini, kisha wanafufuliwa, wanapelekwa peponi na wengine wanapelekwa motoni. So mwanadamu unafaa uchunge hii muda kidogo uko nayo hapa. Sikiza inasemaje? Inasema mwalimu wangu 3-4 ama 2. Tuanzie 2 mwalimu. 3-2. Sikiza hii Biblia pia inasema kuhusu umbwa. Inasema jihadharini na umbwa. Angalia, so Biblia pia inasema mjihadhari na umbwa, lakini nyinyi hamsomangi Biblia. Tatizo lenu ndogo. Wa Filipi ndio hii 3:2. Unajua nyinyi hamuisomi. Mkisikia Waislamu wamesema mna conclude kitu bila kusoma. Rudia asikie vizuri. Jihadharini na umbwa. Jihadharini na watendao mabaya. Jihadharini na wajikatao. Maana sisi tu tohara. Ukisikia sisi tu tohara, maana yake sisi tu wasafi. Ndio unaambiwa ujiepushe na umbwa na wafanyao mabaya. So watu wanafanya usherati, ujiepushe nao kwa sababu ni wanafanya makosa ambayo Mungu amekataza. Na unaambiwa hapo hapo ujiepushe na umbwa kwa sababu si tohara. Sisi ni tohara kwa sababu wale wana najis. So umbwa ako na najis. So umbwa unamfuga kwa lengo mbili peke yake, kwa dharura tu. Inaitwa dharura, ni emergency. Labda unataka ulinzi, wao wanakulindia boma, na uwe labda unaenda kuwinda nao. Para vizuri. Lakini sisi Waislamu hatuna chuki yote na umbwa. Hiyo ilikuwa ni propaganda ya watu wanaoweka. Ukisoma katika wala nguruwe hatuna chuki na nguruwe. Qur'ani ya nguruwe ndio nakuja. Ni kiumbe cha Mungu. Hatukichukii nguruwe, lakini tumeambiwaje kuhusiana na nguruwe? Qur'ani 6:145. Muonyeshe kaka yetu. Unajua kuna wengine pia wako na propaganda wanasema ati nguruwe ilikula Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kwanza Saudi ni ngumu sana nguruwe kulelewa kule. Jangwani nguruwe hawezi survive kwa sababu mwili wa nguruwe percentage kubwa ni mafuta. So nguruwe anaishi sehemu kuna baridi. Hawezi kusurvive sehemu ya jangwa. Unapata vizuri? Sikiza kwa nini hatukuli nguruwe. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema sioni katika yale nilofunuliwa mimi, niliyoletwa wahi sioni kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kukila. Asante. Isipokuwa kiwe ni mzoga. Kiwe ni mzoga. Mzoga unajua? Mzoga sielewi kaka. Uelewi. Mzoga ni kitu umepata imekufa. Kwa mfano saa hii umeenda msituni ukapata swara amekufa. Hiyo inaitwa asa kufa. Hiyo ni mzoga, ufai kula. Kwa nini? Kwa sababu hujui nini imeuma hiyo swara ndio ikafa. Unaweza kula ikawa ina sumu ikakuadhiri wewe. Umeenda kwa zizi yako ukapata kuku zimekufa.
ama ng'ombe imekufa ama mbuzi imekufa, unaambiwa usile kwa sababu haujui kilichosababisha ikufe ni nini. Labda imekula sumu na hiyo sumu imesambaa kwa nyama, ukila utakufa. Nanipata vizuri So tumekatazwa mzoga. Teremka baba. Au damu inamwagika. Au damu inamwagika. Sisi hatukuli damu. Nyinyi mnatengeneza ile small intestine ama large intestine ambao mnaita motura. Mnaweka damu mnakula. Sisi hatukuli damu. Labda utengeneze iwekwe nyama sio damu. Pata vizuri Sisi hatuli damu. Malizia. Au damu inamwagika. Au nyama ya nguruwe. Au nyama ya nguruwe hatukuli. Kwa nini hatukuli nyama ya nguruwe? Kwani hivyo ni uchafu. Mungu anatuambia ni uchafu. Maanake nyama ya nguruwe, wanasayansi wa zama hizi karne ya 21 wamefanya utafiti. Nyama ya nguruwe hata ukipika namna gani haimalizi ile wadudu iko nayo. Ukila inaanza kukuadhiri katika mwili wako. Unaona? Kula nyama ya nguruwe. So Qur'an inatuambia tusile nyama ya nguruwe, ni uchafu. Sasa funga Qur'ani tuende kwa Biblia. Kwa sababu yeye ni Mkristo na anasema yeye huwa anachangamkia kanyama kanguruwe. Sasa Biblia inasemaje? Walawi 11:7. Sikiza nayo Biblia inasemaje kuhusu nguruwe. Yaani ukiona mtu anakula nguruwe, kwanza huyo uweze sema anasoma Biblia. Kwa sababu Biblia inasemaje kuhusu nguruwe? Muonyeshe. Walawi 11:7. Anasema na nguruwe. Kwanza imeanza na nguruwe. Angalia vizuri Kwa sababu yeye anazo kwato. Yaani nguruwe anazo kwato miguu yake. Ndiye mwenye miguu iliyopasuka kati. Tena miguu yake imepasuka kati. Lakini hacheui. Lakini nguruwe hana kitu inaitwa chewing card. Yaani nguruwe ni kama binadamu. Binadamu hana chewing card. Vitu ambayo iko na chewing card ni ng'ombe, mbuzi ndio iko na chewing card. So nguruwe kategori yake iko katika binadamu. Binadamu hana chewing card. Akila ndio hivyo. Na nguruwe ndio hivyo. Na ndio unaona wale wanaofuga nguruwe, ukipita hapo kinyesi yake inanuka mbaya sana. Ni kama ya binadamu pia. Venye inanuka. Lakini wale wanafuga ng'ombe, ukipita hiyo kinyesi yake hainuki vibaya. Para vizuri Wengine wanatengeneza nazo. Sikiza habari. Alisia. Yeye ni najisi kwenu. Tena mnaambiwa Biblia inasema usikule nguruwe. Nguruwe ni najisi kwenu. Malizia. Msile nyama yao. Wala msiguse mizoga yao. So Biblia inasema msile nyama ya nguruwe wala msiguse mizoga ya nguruwe. Kwa nini? Ni najisi kwenu. So kumbe hata Biblia inasema nguruwe ni najisi. Najisi ni nini? Najisi ni uchafu. Ukisikia najisi ni uchafu. Ni najisi, maana yake ni uchafu. Vyenye Qur'ani imesema nguruwe ni uchafu na Biblia imesema ni uchafu. Mungu akiumba anajua aliumba sababu gani, lakini ametukataza. Tena Biblia inasema ukila nguruwe unaenda motoni. 65:4 kitabu cha Isaya. Sio mimi. Isaya. Biblia. Sikiza habari baba. Yaani hapa unapata vitu mpola Waganda wanasema chakula cha wachawi. Kuna watu wanafanya uchawi na nguruwe. Anakupatia mfupa ya nguruwe, anakuambia weka kwa nyumba yako ati ni kinga ya majini na wachawi. Ni uongo. Ukienda kwa mchawi pia atakupa hiyo mifupa. Wewe kinga yako ni Mungu. Anayefanya usababishe ama upate madhara ni Mungu. Ni kweli wengine wanatumia mfupa ya nguruwe. Hata mafuta wanachukua mafuta ya nguruwe wanapaka mtoto ati ni kinga. Ni kweli. Kinga yako ni Mungu, sio mafuta ya nguruwe. Unaona? So watu wengi hawajui. 65:4. Anza 3. Anza 3. Pole pole. Watu wanikasirishao mbele za uso wangu daima. Wakitoa dhabihu katika bustani zao. Na kufukiza uvumba juu ya matofali. Wakatio kati ya makaburi. Sasa watu wanaokula nguruwe wanawekwa kiwango moja na wachawi. Watu waketio katika makaburi. Na kulala katika mahali pao pasiri. Walao nyama ya nguruwe. Na mchuzi wa vitu vinichukizavyo katika vyombo vyao. Watu wasemao simama peke yako usinikaribie mimi. Kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu. Moto wakao mchana kutwa. Unaona? So wewe ukizoea kula nguruwe, Mungu anakuona wewe ni moto ambao unawaka. So ni vizuri ule mbuzi, ule ng'ombe, ule kuku. Sasa mbona kuna chewing card? Ile ndio umeambiwa ukule. Alafu ule vitu vizuri. Sasa wewe ukila kuku inaruhusiwa kula. Tatizo iko wapi? Wewe ukila mbuzi, tatizo iko wapi? Sio lazima ungangane na nguruwe wakati Biblia imekataza, Qur'ani imekataza. Mbona tu usitii Mungu tu kala zile vitu Mungu amehalalisha?
Injika swali lingine, ama uwe Muislamu, kuwa Muislamu ni free pia. Na wakati ndio huu. Tena hakuna membership card. Wala hakuna kubatizwa, ni maneno tu unakuwa safi. Kwa sababu ile kitu Mungu anahitaji ni yale maneno ukiyatamka yatoke katika moyo wako umeyakubali. Tunasema atakwa huna, yani imani ucha Mungu uko katika moyo wako. Ndio tunasemanga huwezi kunini kitabu na cover yake. Hapana vizuri Huwezi hukumu kitabu na ile cover yake. Bana. Kwanza lazima militendo ndio ujue. Na Uislamu ni kusoma. Ukiwa Muislamu ni masharti lazima usome. Hatutakangi mtu anapelekwa kama mkokoa manini, yani twende ama bendera twende hivi unaenda hivi twende hivi. Muislamu ni mtu anatakana awe na elimu. Akiambiwa twende hivi anauliza ushahidi uko wapi? Unapata vizuri Nafasi iko ya kuwa Muislamu. Nimekupata, nimekusikia, nimekuelewa vizuri sana. Kuingia ni hiyo sasa ni hali yangu, niingie hata kuanzia saa hizi. Ila tu jambo bado swali iko. Kama mbili hivi. Leta yote hiyo nailete. Kwa nini katika msikiti hamtoi sadaka? Asante sana. Sadaka. Mbona mnakataa sadaka? Asante sana. Kwanza katika msikiti haijakatazwa kutoa sadaka. Sawa Pili, sadaka Waislamu wanatoa kwa sababu sadaka inasaidia kutibu maradhi. Sawa lakini sadaka tumepewa njia ya kutoa sadaka. Hatutoi kupitia akili zetu. Sawa Hata saa hii kuna ndugu yetu ambao tunamchangia sadaka kwa sababu ana shida ya figo, zimekuwa ziko na shida figo, anafanyiwa dialysis. Sawa tunamchangia sadaka, tunaitisha Waislamu sadaka. Sasa sadaka inatolewa namna gani? 960 Qur'an. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante baba. Sadaka hupewa watu hawa. Sadaka haipewi kila mtu. Hapana. Sadaka kuna watu maalum wanafaa kupewa. Sawa? Sikiza hao watu ni kina nani? Kama we hauko katika hiyo kategori ya watu wa kupewa sadaka, haufai kuchukua sadaka, itakuwa ni dhulma, unakula haki ya wengine. Sikiza nani wanafaa kupewa sadaka? Mafakiri. Mafakiri ni mtu hana mbele wala nyuma. Ukisikia fakiri ni mtu hawezi hata lipa nyumba ya 2000 hawezi. Ndio unaona wanalala huku nje. Hao ndio wanaitwa fakiri. Maskini. Na maskini ni ule anaweza kulipa nyumba lakini leo anapata kesho anakosa. Anafaa kupewa sadaka. Teremka. Na wanaozitumikia. Na wanaozitumikia umepatia mtu apeleke sadaka, kwa mfano umesema akupelekee kwa mayatima, ukampatia 100,000, peleka pale kwa mayatima. Kwa sababu yeye ndio umemtuma, lazima umuongezee hata kama shilingi 5,000. Kwa sababu usipompa atakuwa na ile mtihani, ataingia kwa ile sadaka labda akachukua. Mpana vizuri so ukimtuma ana haki yake umpatie, kama sio hivyo wewe jipelekee mwenyewe. Mpana vizuri kwa sababu anachukua time yake kwenda, labda atapanda gari, atafanya nini, so lazima ndio hiyo. Malizia baba. Wanaotiwa nguvu nyoyo zao juu ya Uislamu. Na wanaotiwa nguvu nyoyo zao katika Uislamu. Maanake mtu akisilimu, kuna watu wanafukuzwa mpaka manyumbani. Watu ukisilimu tu unasikia unaambiwa hapa hautawahi pata ardhi, yani hapa shamba upate, wewe ondoka nenda huko kwa Waislamu. Hao wana haki ya kupewa sadaka na wana haki ya kupewa kitu inaitwa zaka, inatolewa mwaka mara moja. Malizia baba. Ni jukumu la Uislamu kuwashikilia watu hao. Na katika kuwapa ungwana watumwa. Na katika kuwasaidia wenye deni. Sikiza, pia sadaka inalipia watu madeni. Kwa mfano wewe unadaiwa tuseme kama 50,000. Alafu imekuwa ni kero, wewe huna uwezo wa kulipa hiyo 50,000. Muislamu ana haki akupe sadaka ulipe hiyo deni, kwa sababu deni ni dhiki. Si unajua hivyo? Kweli. Watu hata wanajinyonga kwa sababu ya deni. So sadaka inafaa inalipia wale wako na madeni, wanalipiwa wanaacha kunini. Kwa sababu sio mtu anapenda kuwa na deni, ni matatizo yaliyokusukuma mpaka ukachukua deni. So sadaka katika Uislamu inalipia watu madeni, wale wako na deni. So Uislamu umepeana lineup ya kutoa sadaka. Sio kama pande yenu mimi naona unapelekea labda mtu anatembea na Range Rover na uwezo, huyo ndio anafaa pewe wale ambao hawana uwezo. Mtu anaishi Karen, alafu wewe unaenda kumpatia shilingi 1,000. Akili yako ni nzuri? Si mzuri hapo kabisa. Mtu anaishi Karen na sisi tunaishi hapa Soweto, wewe unajua hali yetu hapa. Hainibambi hata mimi. Alafu wewe utoe 1,000 umpatie. Alafu ukienda kwa yadi yake ako na gari 1, 3, 4, 5.
Sasa shwale afala taakirun, amfikiri. Hii ni vitu hata ya kufikiri. Huwezi kuchota maji kwa bahari huwezi kuchota maji kwa mtungi umwage kwa bahari. Unachota kwa bahari unaweka kwa mtungi. Kweli kaka. Sasa matajiri ndio wanafaa wanatoa, wanawasaidia wale wanyonge. Alafu kuchukua sadaka sio hadhi. Kwa sababu tunaambiwa mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Yaani mkono unaopokea, yaani mkono unaopeana ndio mzuri kuliko unaopokea. So Uislamu unatoa sadaka lakini kwa utaratibu. Sio kichwa ati mtu amekuwa na mke wake ati nyinyi mnachukua sadaka zote mnamwagia yeye. Anasema ananunua gari kama mkate. Kwa sababu pesa ni nyingi. Wakati kuna watu wa Kenya wanalala njaa. Na nyinyi anakuambia eti Mungu atakuonekania. Na umpe na anakuambia wewe Mungu atakuonekania. Yenyewe si poa hapo. Na ndio unaona wewe ukihitaji kwa mfano gari, wewe unaambiwa lete tukuombe, wacha tukuombe. Lakini yeye akitaka gari, huyo kiongozi wako wa ibada anasema mumchangie. Kwani yeye hana imani ya hii maombi? Kweli hapo mbona asikwe na hiyo. Kwani yeye hana, mbona msimuombe? Haya, swali lingine tena wangependa wajue. So sisi tu tunatoa sadaka lakini kwa utaratibu. Sawa, mtu ni mgonjwa kama huyo nimekuambia, kijana ako na dialysis, hana uwezo, ako chini, tunawaambia Waislamu wamsaidie kwa sababu ni maskini. Ndio unasikia anaombewa msaada kwa sababu ni maskini. Lakini sio nyumba. Lakini sio mtu ati anatembea hapa anaishi ana nyumba Karen, ana nyumba Muthaiga, ana nyumba sijui wapi. Huyo ni tajiri ndio anafaa kutoa. Hata wewe ni mambo ya akili tu. Ndio unaona saa hii Gen Z wamebadilika katika nchi ya Kenya. Ningependa tena tujue hili sisi kama Wakristo tena kwa saizi. Ningependa tujue hili. Yote maswali yote. Kwa nini Muislamu akafa unamzika mbio? Unazika huyu mtu haraka kwa nini kaka? Asante sana. Swali pia nzuri hiyo. Huyu mtu mnazika haraka kwa nini? Asante. Swali nzuri. Sisi katika Uislamu tunafuata sunna ya manabii. Manabii wakati wao mtu alipokuwa anakufa alikuwa anachukuliwa, anafungwa na kitambaa nyeupe inaitwa sanda, anaenda anazikwa. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapokufa mambo yake yanakwisha duniani, isipokuwa mambo matatu yatakuwa yakiendelea. Ima alitoa sadaka tujalia, yani kwa mfano amejenga shule, amejengea mayatima, amepata nini, yani ametoa sadaka inayoendelea, au ameacha mtoto mwema ambaye atamkumbuka katika dua na mambo mengi. Unapata vizuri So mtu akifa mambo yake yanakwisha. Kilichobaki kwa Waislamu ni kumzika. Mimi nashangaa mnapoweka mtu mochari kwa mwezi moja, mwisho mnazika. So ni gharama mnajiwekea. Na ndio unaona hapa kwa kijiji wale watu ambao ni hali yetu iko chini, mtu wao akifa wanapata shida mingi sana, kwa sababu kufanya postmortem unaambiwa ni 15,000 postmortem peke yake. Pili, kukaa mochari unaambiwa kuna mochari saa hizi unasikia kulalisha mtu ni 2,000 kwa siku. Na nipata vizuri unasikia hiyo kuna shindano sijui lazima maiti adungwe, sijui tena kuna dawa anapakwa ndio asioze haraka. So hiyo dhiki yote ya nini? Mtu amefariki, mtu na hata amka, mtu akifa haki yake ni kuzikwa. Ndio unaona Waislamu hatufanyi uzito, kwa sababu Muislamu akifa hazikwi na suti, hazikwi na nguo. Muislamu anatolewa nguo zake, anafungwa na kitambaa nyeupe inayojulikana kama sanda, kwa sababu ukienda kwa mchanga utaoza. Hata ukivalizwa suti, hiyo suti itaoza. Afadhali upatie mtu ako hai hiyo suti. Babako alikuwa anatembea hajaivaa suti, akifa wewe unasema utanunua suti. Mbona hukununua wakati ako hai akubariki? Maiti hawezi kukubariki hasa kufa. Kwa hivyo hili tendo si eti imeandikwa kwa Qur'an, ile tu mnaonanga hivyo. Kuzika hiyo ni sunna ya manabii. Iko katika hadithi tumefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na manabii waliopita wakati wa mtume watu wamekufa wamezikwa siku hiyo hiyo. Ni kitendo ambacho kimetendwa na manabii. Iko katika vitabu vya hadithi. Na nyinyi pia katika Biblia yenu iko, lakini nyinyi hamfuati 5 matendo. Asome. Akifa, sasa kwa mfano wewe unaweka mtu saa ya nini? Na ni maiti. Saa unaweka maiti saa ya nini? Kiatu mpya unaweka maiti ya nini? Wakati ametembea hii dunia hajaivaa kiatu mpya, si ungemletea wakati yako hai angalau akubariki? Unasemanga ni harusi ya mwisho. Harusi ya mwisho Na tochi. Kuna wengine wanazikwa na tochi. Wewe usiseme ati tuliona jamaa mmoja amezikwa na tochi huku sehemu nyingine hatutaji.
Anasema mwalimu wangu Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Asante. Hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya. Asante. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda. Sanda ndio hiyo kitambaa nyeupe. Alafu mazishi ya Muislamu, hakuna mazishi rahisi kama ya Muislamu. Muislamu akifariki, shimo inachimbwa hapa Kariakoo, anachukuliwa, hiyo sanda iko msikitini mingi wako nayo, hiyo kitambaa nyeupe inakatwa pale, anaoshwa, na sio kuoshwa ati anatolewa matumbo vyenye mnaambiwa, hapana. Anaoshwa namna alivyokuwa duniani, anamwagiliwa tu maji hivi pole pole, tena kwa utaratibu pole pole, anageuza tena, hamwagiliwa akiwa uchi wa mnyama, anawekewa nini kuanzia hapa, anafunikwa aula yake. Alafu vijana wanaosha vijana wenzao, wazee wanaosha wazee wenzao, wanawake wanaosha wanawake wenzao. Sio ati mwanaume ndio anaenda kuosha mwanamke, labda wewe ni bwana yake. Wewe kama ni bwana ya ule bibi ndio unaruhusiwa kuingia pale akioshwa. Lakini wewe kama sio katika hali zake ukubaliwi. Unapata vizuri Hivyo hivyo hata kwa wanawake, mwanaume akioshwa wanawake hawaingii pale. Unapata labda mke wake. Unapata vizuri. Sikiza habari. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Watu walikuwa wakifa zamani wanazikwa wakati mochari imekuja, ni biashara pia. Na ndio unapatana na mtu wa mochari anakuambia siku hizi biashara kako chini, unamuuliza kwa nini? Akwambia watu hawakufi. Na ni kweli ndio biashara yake. Watu wasipokufa yeye kwake hakutanuka kitunguu. Kweli kweli. Unanipata? Hata watu wa majeneza ndio hivyo. Watu wanatengeneza jeneza pale, ukipitia unamuuliza vipi hii serikali unaonaje? Akwambia maisha ngumu bana. Unamuuliza kwa nini? Biashara iende, watu hawafi bana. Kwa sababu anataka wakufe auze ile jeneza. So yeye akisikia watu wamekufa pia anafurahi kwa sababu biashara imekuaje? Imenoga. Imenoga. Unapata vizuri. So watu walikuwa wakifariki wanazikwa wakati huo huo. Hata ukiangalia sisi hatuamini Yesu alikufa, lakini katika sasa itakuwa na goja kidogo. Sijui mbona watu wana jazba. Tulia kidogo. Mbona watu hawana heshima? Kaka anaongea, ni mtu mzima, akimaliza mwingine atauliza. Because mbona tumdharau huyu? Ni binadamu kama sisi. Sasa hatuwezi kumdharau ati mwingine amekuja tumuondoe huyu tulete special kuliko yeye. Itakuwa ni madharau. Sisi katika Uislamu hatudharau mtu yoyote. Hapana, uwe uko hali gani, iko saa akimaliza aseme nimemaliza, tunaenda kwa wapili. Simple as that. Ya mwisho kakangu. Leta. Hapa kwa kuswali. Ni lazima, kwa nini lazima muname kakangu? Lazima kuinama hivi, tunainama kwanza, hii inaitwa rukuu, kisha tunasujudu, tunapeleka uso chini. Ndio ni hivyo naonanga. Ni kwa nini hiyo Kwa nini hilo? 22:77 Qur'an. Bwana vitu viko. Yaani hamna kubahatisha katika Uislamu. Alhamdulillah. Kwa neema ya Uislamu. Shekhe wangu mambo yamo. 22:77. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Salini. Sala ni katika hiyo yote inajumuishwa. Rukuuni. Katika sala tuna ruku Allahu Akbar hivi. Na ndio unaona tunakaa safu. Yaani safu ya kwanza, ya pili, ya tatu kwenda hivyo. Tuna ruku namna hivi. Alafu katika msikiti hamna viti isipokuwa viti ambazo vimewekwa kwa dharura. Kunakuwa na viti ambazo zimewekwa kwa dharura. Kwa nini? Kwa sababu ya watu ambao ni walemavu. Sawa? Inawekwa viti kama 5 hivi. Walemavu wakija anakaa pale kwa sababu labda yeye hawezi katika kuinama wala nini. Unapata vizuri Sasa tuna rukuu kwa sababu ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Kisha tunafanyaje? Nasujuduni. Na tunasujudu maana yake tunapeleka paji la uso mpaka chini. Hii paji la uso. Unajua watu wengine wanakuambia mimi siwezi weka hii uso wangu katika mchanga. Uso wangu ni mzuri sana, lakini akifa hiyo uso itakuliwa na mchwa kule kaburini. Bada vizuri. So you humble yourself before ifike hiyo siku. Unanipata? So tunafanya hivyo kwa sababu ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Malizia. Na muabuduni Mola wenu, nafanyeni mema ili mpate kufaulu. Na tunamwabudu Mungu na tunafanya mema ili tuweze kufaulu. So katika sijida ndio tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Na ndio unaona watu wengi wanaogopa katika kupeleka uso chini kwa sababu kuna siri kubwa sana. Una communicate na Mola wako direct. Tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Tunafanya hivyo kwa sababu ni sheria ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea. Ya mwisho kaka, hapo umenijibu vizuri. Kabla ya mwisho, Biblia pia inasema ufanye hivi.
Biblia imesema 22 baba, kitabu cha nini 9. Nasema mwalimu wangu. Na haya kaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii na wale washikao maneno ya kitabu hiki. Yeyote anayeshika maneno ya kitabu hichi cha Biblia, msujudie Mungu. Wamsujudie Mungu. Kusujudu ni hivi. Nataka mtu yoyote hapa ambaye ako na smartphone aangalie neno kusujudu. Nini maana ya kusujudu? Uko na smartphone hapa, watu sasa ni wako na nini? Aangalie neno kusujudu maana yake nini, itamletea hiyo, alafu atatuonyesha. Angalia ima utaenda kwa AI ama utaenda kwa nini, angalia, alafu utatuletea hapa. Uko na ingine swali? Swali ya mwisho ni kwamba kwa nini mkifanya mambo na how do we call it, kufunga, kwa nini musikose kukula? Kwa nini lazima mkose kukula? Asante. Kufunga tunakosa kukula, tunakosa kunywa maji na tunajifunga mambo yote machafu kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa sababu ni utaratibu Mungu ametuwekea. Wale ambao si Waislamu na ambao Mungu hajawapa elimu wanasema Waislamu wanabadilisha diet, sawa? Wanakula usiku, wanaacha mchana, sawa? Kwa fikra zao. Lakini sisi tunafanya kwa sababu ni sheria ya Mwenyezi Mungu, kuanzia asubuhi mpaka jioni hatuli chochote wala hatunywi chochote, na tunajifunga mabaya yote, sawa? Na ndio unaona Waislamu tangu waanze kufunga, huwezi sikia Muislamu amekufa kwa sababu ya kufunga, kwa sababu tumewekewa utaratibu na Mungu. Lakini nyinyi bado hatujajua mmewekewa utaratibu gani wa kufunga, kwa sababu walipojaribu watu Shakahola walifariki, paka ikawa polisi wameinterfere, wameenda kuwashika. Naona kwa sababu gani? Hauna kitabu ambacho kinakuongoza. Sisi tunafunga mwezi wa Ramadhani, lakini tunafunga saumu siku chache, siku 30. Hatuli, hatunywi, tajiri wala maskini, kuanzia asubuhi mpaka mchana, mpaka jioni, sawa? Na ukienda katika watu ambao ni wasomi wa sayansi, wanakuambia chakula cha mchana ndio kinasaidia mwanadamu katika ufanyaji kazi wake. Sio kama hautakula mchana lazima utafeel, sawa? Kwa sababu usiku chakula haina benefit kubwa usiku chakula. Unapata vizuri. Sasa hata kama ukiwa na uwezo, unafaa unakula mapema saa 11 ama saa 10. Kwa sababu chakula cha usiku ndio kinanenepesha mtu, kwa sababu hakina kazi mingi kwa mwili. Lakini chakula cha asubuhi na mchana ndio kinakufanyisha kazi, sawa? Qur'ani 2:283. 2:183. 183. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Alafu si kila mtu anafunga katika Uislamu. Yaani Uislamu ni dini Mwenyezi Mungu ameipanga. Watoto hawafungi katika Uislamu, sawa? Watoto ambao ni watoto wadogo. Watu wazee zaidi, wale wamepitisha miaka, hawafungi katika Uislamu kwa sababu atafariki. That is age of Age yani inategemea ile age. Unajua kuna watu wakifika 80s kwenda juu, miili yao inakuwa ni dhaifu. Lazima akae akikula kidogo, sawa? Ukimweka mchana mzima akuli na akunyi, utampata hapo ameanguka. Sawa? Na pia watu wagonjwa hawafungi. Wale ambao ni wagonjwa, ile ugonjwa tunaita chronic disease. Yaani ile ugonjwa ambao ni magonjwa ambayo yako na uzito sana. Unampata vizuri, lazima atumie madawa, so lazima akule chakula. Pata vizuri, Sikiza habari inasemaje. Enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu. Asante. Ili mpate kumcha Mungu. Asante. Siku chache tu kufunga huko. Na atakayekuwa mgonjwa katika nyinyi au katika safari akafungua baadhi ya siku, basi atimize hesabu katika siku nyingine. Unasikia? Mtu akiwa ni mgonjwa au yuko katika safari ya mbali, unatembea safari ya mbali, unafungua lakini utalipisha siku nyingine. Na ukiwa mgonjwa hivyo hivyo au fungi. So Waislamu kuna utaratibu tumewekewa na Mwenyezi Mungu, sio akili zetu. Kwa tayari kuwa Muislamu sasa, nafasi iko hiyo, naenda kufikiria saa hizi. Au naenda kufikiria? Nikiwa tu hapa. Asante sana. Anything else? Kuna huyu. Nimemaliza. Umemaliza? Haya, karibu tusikie swali ya huyu. Asante. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Weswa. Weswa. Muislamu, Mkristo? Hapana. Dini ya kitamaduni.
Oh, wewe sio Muislamu wala sio Mkristo, dini ya kitamaduni. Naam, swali gani ungependa kuuliza Waislamu? Swali langu ningependa kuuliza Waislamu ni kwamba Waislamu watapita hell ama Jahannam kabla ya kuingia paradiso? Kupita Jahannam kabla ya kuingia paradiso 1971 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Wala hakuna yote katika nyinyi ile ni mwenye kuifikia hiyo Jahannam. Asante. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha kuhukumiwa. Asante. Kisha tutawaokoa wale wamchao Mungu na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Fafanusi yake baba. Wanaokwenda peponi na wanaokwenda motoni wote wanapita njia moja. Asante. Halafu wa motoni wanaanguka huko na wa peponi wanaendelea na njia yao ya kuwafikisha peponi. Ndio hiyo tumeelezwa siku ya kiyama tunafufuliwa watu wote katika uwanja moja. Kisha watu wa kwenda peponi na wa kwenda motoni njia pia ni moja. Wa kwenda peponi wanaendelea kwenda, wa motoni wanaanguka motoni. Watakuwa wamesimama wapi ndiposa waanguke motoni na wengine wasianguke? Labda sasa tukifa tuulize Mungu. Soma. Sasa unajua wewe umesema kwanza, ngoja kidogo. Ngoja kidogo kabla hujaenda sana. Wewe umesema huna dini. Nimesema nina dini ya kimatamaduni na una na kitabu yako hatujaipata ni gani ili tujue una utamaduni. Soma 72. 72 hata nishasoma, labda hajasikiliza. Labda hajasikiliza. Kisha tutawaokoa wale wamchao Mungu na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Sawa. Haya, hapo penye amesimama ndio umesema kwamba Mungu ndio anafahamu. Lakini ukisoma hadithi ya Al-Buhari, wapi uko nayo? Anasema aje? Tuletee. Sio tuletee kaka. Anasema kwamba kutakuwa na daraja. Hizi ni propaganda. Ungetuletea kitabu tusome, kwa sababu wewe ni mtu wa tamaduni, hauko katika dini. Wewe ni mtu wa tamaduni. Na hii tamaduni sijui kama mtafufuliwa na imeandikwa wapi? Mimi sina kufufuliwa katika dini yangu. So wewe hautafufuliwa? Yes. Sasa mbona unabisha unakuja kwetu sisi watu wa kufufuliwa? Si wewe unasema wewe ya kitamaduni ufufuliwi? Acha nikuulize. Sasa na unaabudu ya nini ya kitamaduni? Wewe unapopinga, wewe unapozungumzia Biblia, unaamini katika Biblia? Wewe sio Mkristo. Unajua kama ungekuwa Mkristo, kama ungekuwa Mkristo ungeniuliza hiyo swali. Lakini wewe sio Mkristo, wewe umesema huna dini. So sisi Waislamu tumeruhusiwa kusoma vitabu vyote vyenye Wakristo pia najua katika dini yao wameruhusiwa kusoma vitabu vyote, hakuna habari ya elimu. Sasa wewe mtamaduni ndio nakushangaa bado sijakupata vizuri, kwa sababu wewe mtamaduni huna dini. Swali yako hebu iweke, kwa sababu naona kaka wananyanyua na maswali mengi. Haya. Unajua, leta hiyo hadithi kwanza tuisome tuende kwa maswali. Hii inaitwa information. And katika karne tunayoishi, we expose ourselves to a lot of information, na wakati unasikia mtu anazungumza, hata kama wewe ni mwanatheolojia, mwanasayansi akizungumza, ungependa umuulize, je, hii sayansi inasema nini na hivi na hivi, kwa sababu ni information unatafuta. Sasa unaponiambia tupatie hadithi tuisikie. Sifai kuwa najihusisha na mambo ya Kiislamu, na kesho mwanangu akitaka kuingia Uislamu na anataka kuniongelesha, nitampa wasia upi? Kwanza sijakwambia hufai kujihusisha na Uislamu. Sijui mbona uko na tunahitaji. Mimi ni mtamaduni. Nimesema wewe ni mtamaduni. Wewe umeniuliza mbona Waislamu mnatumia pia Biblia. Nikakwambia hiyo huna right. Umesema mambo ya Biblia. Nikakwambia huna right kwa sababu sio Mkristo. So Mkristo anajua watu wote wanakubaliwa kusoma vitabu vyote. Kama vitabu ni sasa tutamalizana na huyo. Sasa ngoja kidogo boss. Sasa nashangaa na hao wa Kristo. Ule akiongea tena watu wengine walikuwa wanaongea. Nikaleta huyu ambaye alikuwa ananyanyua mkono. Hata sijamaliza na yeye, mwingine si uwe na subra. Kwani hakunanga nidhamu? Nitaongea na watu si umalize tu, nitakuja kwako nimalizane na huyu. Maliza. Nitamleta aulize haya anataka. Swali lingine uko nao ni Ukristo bado na usoma. Sasa bado niko hapa. Allah Messenger said, when the believers pass safely over the bridge of hell, they will be stopped at the bridge in between hell and paradise, where they will retaliate upon each other for the injustices done among them in the world. And when they get purified of their sins,
they will be admitted into paradise by him in whose hands the life of Muhammad, peace be upon him, everybody will recognize his dwelling in paradise better than he recognizes his dwelling in the world. Sasa problem iko wapi? Ndio nauliza, Iko very hili smart. daraja lipo wapi katika Qur'ani? Sasa katika Qur'ani Umesema kwamba Qur'ani kitabu kwamba Allah ni Mungu wa mpangilio. Goja. Na kwamba anajieleza Goja. daraja ambalo mnasema tukifa Sasa twende tuulize Allah, mbona Allah haja reveal katika Qur'an? Ndio nikakutolea hivi na nimekutolea 19:71 piga fanusi yake. Kama ulikuwa umekuja kuelewa utaelewa, siko hapa kwa ajili ya kubishana mambo ya Mwenyezi Mungu. Musomee na piga fanusi yake, tena iko very smart. Maybe understanding. Unajua watu katika understanding ni tofauti. Na sijui unataka uunderstand namna gani. Unajua kuna mtu ana question wakati hako na nia ya kuelewa, ako na nia ya kubisha. Unaona? Inatokea hiyo. Kuna mtu amekuja, hata umwambie nini, hata ukimwambia wewe ni mwanaume sijui ni hataki, kazi yake ni kupinga chochote unachokisema. 19:71. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wanaokwenda peponi na wanaokwenda motoni wote wanapita njia moja. Sasa hiyo tumeelezwa na Qur'ani, wanapita njia moja, lakini hadithi uliotoa amesema ni daraja. Sawa? Anasema kwamba kwa nini anasema ni daraja? Hapa ukisoma Qur'ani inasema kwamba walio na haki ambao the believers watapita na walio waovu wataanguka, which means wamesimama mahala juu. Ndio uanguke, huwezi lazima umesimama pahala ndio uanguke, tumbukie ndani. Kwani ngoja kidogo. Swali. Ngoja kidogo. Hata una swali yake ni ndogo. Ngoja nimemuelewa. Ngoja kidogo. Swali yako huna. Sikiza, daraja hadithi ya sahihi al-Buhari. Mnaikubali ama mnakataa? Asante sana. Mwacheni huyu kaka ni samuelewa. Daraja inakuwa pia ni njia. Labda ni mtu hajasoma, sio kupenda kwake. Daraja inatengenezwa ikiwa njia. So watu wanapita kwa njia, lakini iko juu ni daraja. So iko chini unaanguka. Sasa yeye sijui kuelewa. Unajua watu walienda shule lakini hawakusoma vizuri. Daraja inatumika kama njia. That's why unaona Mombasa kumejengwa daraja ambao ni njia inayovuka baharini. Imejengwa juzi, ni njia, na alienda kufungua rais wa Kenya, alisema tumefungua daraja ambao ni njia ya kuvuka kutoka pande hii kwenda pande ile. So daraja inatumika pia kama njia, lakini kama ulienda shule kuangalia wengine wakisoma itakuwa na ubishi. Lakini jambo nyepesi. Nimeelimika. Ukiniona hivi nina elimu kubwa sana. Sasa wewe una elimu kubwa. Anaweza kufafanua na kuelewa Kiswahili vizuri sana. Asante. Sasa wewe kama uko na elimu kubwa, mimi sina elimu kubwa. Ya kwanza kwamba hapa wamesimama ni wapi? Mkanijibu kwamba Allah ndiye atakaye jibu hilo swali. Kumaanisha kwamba hamkuwa na ufahamu hadi nikaenda katika al-Buhari nikasoma nikawaambia kwamba ni daraja, ndio sasa tena unakubali kwamba kweli kuna daraja. Sasa nani msema nadhani kuelewa kwa huyu ndio tatizo. Ameniuliza hivi, tulia, nimerekodi kila kitu, sina ubishi na wewe. Ameniuliza watu watakuwa wamesimama wapi, nikamwambia sehemu ya kusimama hatujui, kwa sababu hiyo daraja yenyewe hatujui itakuwa sehemu gani. Allah ndiye anayejua kiama kitatendeka sehemu gani. Allah ndiye ana siri zake, hatujui ni Kenya, Uganda, wapi. Anayejua ni Allah. Imejengwa wapi hiyo daraja, anayejua ni Allah. Hiyo inaitwa tulia. Amesema inaunganisha ahera ama paradiso na kuzimu. Asante. Kuzimu iko wapi? Hapo ndo daraja lipo. Sasa iko wapi? Mimi sitaki kujua kwenye kuzimu. Unaona sasa? Nikamwambia ni ubishi. Because ni mahali tumeelezwa, hakuna mtu ana specific hiyo place ni sehemu fulani. Unaona? Sasa huyu katika kuelewa kwake naona tu ni ubishi mtupu, hatupati elimu, kwa sababu yeye angenieleza peponi iko hapa, motoni iko hapa. Sasa wewe haujui, mimi najua mahali iko. Hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu. That is digressing. Kwamba unataka kunitoa katika thoughts zangu za kudebate. Sasa unataka kunipinda. Uko na swali lingine? Tusaka kuelewa kitambo sana. Unajua sisi ni watu na dini na watu aina wote. Swali la pili. Kama mimi tayari ni mwenye haki
na naamini katika Allah, mbona lazima nipite katika daraja la kuzimu ndiposa niingie paradiso? Na ni dhambi gani ambazo nitaoshwa ndiposa nikubalike mbinguni? 21:23 Qur'an. Yaani maswali mazuri tu unauliza. Swali yako mazuri. Bora maswali yake mazuri tena machache. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Aulizi Mwenyezi Mungu unayofanya, kwani yote ni ya haki. Asante. Lakini wao viumbe wataulizwa. Asante sana. So Mungu alivopanga haulizangwi, yeye ndiye amepanga hivyo. Because ni sawa sawa unaniuliza, kwa nini wewe Salim umezaliwa Ukikuyuni? Sio mpango yangu, ni mpango ya Mungu. So Mungu ndiye amenijalia nikazaliwa pale. Sasa siwezi kukuuliza mbona wewe umezaliwa Ujaluoni usizaliwe Mombasa. Aliyejalia ni Mungu. Hii ni mipango ya Mungu aliyopanga wakati aliumba dunia, itakuwa hivi, itakuwa mpango ni hivi na hivi na hivi. So huwezi kuniuliza mpango ya Mungu, mbona Mungu akapanga hivi? Huwezi niuliza, kwa sababu mimi sikuambia Mungu nizaliwe nikiwa mwanaume. Aliyepanga ni Mungu. Huyo hakusema azaliwa akiwa msichana, aliyepanga ni Mungu. Sasa yeye amejipata ni msichana, lazima atumikie hivyo alivyoumbwa na Mungu. So huwezi enda ku question God, wewe Mungu kwa nini uliniumba mimi ni maskini? Bora uliniumba mimi kijana? Hapana. Yeye itakuwa ni katika ujahili na kumquestion God. Question nyingine naona watu wana maswali mengi. Bado maswali yako. Relax. So then swali rahisi kwa mtu Mkristo ambaye angependa kuuliza, kama angetaka kutoka katika Ukristo aingie katika Uislamu. Katika Ukristo, ukiwa wewe ni mwaminifu, mtu mwadilifu, na umemkiri kwamba Yesu ndiye njia na uzima wa kwenda mbinguni, kwamba utakubalika mbinguni bila kupitia katika moto wa Jehanamu ama daraja la Jehanamu. Wewe kwanza umeyakubali hayo? Mimi nimekwambia kwamba dini yangu ni ipi. So wewe ukubali hayo? So unawaambia wengine wakubali, unajua vitabu na visoma. Unajua tunataka tuwe katika haki ya kweli. Yeye anapima watu. Kwa nini nasema ni kupima? Anasema nyinyi wa Kristo mnafaa muamini Yesu amewakufia sijui nini nyinyi wa Kristo, lakini yeye mwenyewe hajaikubali hiyo. Haina shida. Sasa nilikuwa nadhani yeye amekimbia kaenda kwa utamaduni. So yeye angetufunza utamaduni venye mimi nawafunza Uislamu. Unaona, sasa yeye angefunza watu utamaduni. Wajani pole pole. Angetufunza utamaduni na sisi tunamfunza Uislamu, kwa sababu sisi hapa tunafunza Uislamu. Lakini yeye hakuna shida, wewe acha kukimbia. Niuliza kwamba ni sharti kwamba niulize tu kuhusu Uislamu. Hakuna mtu ananene. Hakuna nene anakuuliza. Dunia ambayo ina madhehebu. Ngoja kidogo. Unajua tunaona unawaulizia Wakristo wakati wako hapa, wao ndio wako na hiyo imani. Wewe huna hiyo imani yao. Niulize swali ya Kikristo. Kama uko na hiyo imani ungejiunga na Wakristo. Nisiulize swali ya Kikristo. Wewe ungejiunga na Wakristo. Haja iseme. Nisiulize swali ya Kikristo. Karibu. Karibu. Hatuwezi waste time. Sasa hatuwezi waste time. Ngoja. Mtu akiwa kona anatafuta step ya kutoka. Kabisa. Kabisa. Ngoja kidogo. Hatuna muda. Kwanza umetushinda, sawa? Sawa. Tulia, umetushinda, sawa? Mimi kabisa. Ngoja kidogo. Umetushinda, sawa? Nimeadmit, sawa? Hiyo nimeadmit. Kwa sababu mwalimu wangu kuna vitu aliniambia never argue, lazima karibu brother, nimeona umeinua mkono. Mimi si nimekuambia sitaweza. Si nimekuambia umenishinda. Sasa ukinikon, umesema umenikon kwa kona na nimekubali, nimeadmit. Sasa mtu akiadmit uendelee kumpiga tena. Sasa mtu ameadmit unaendelea kupiga. Karibu brother. Wanakuita nani? Tumemaliza naye. Sana unasikia anasema corruption of Bible. Sasa na yeye sio Mkristo, anasema Biblia iko corrupt. Sasa na yeye sio Mkristo. Sasa mimi nimekuwa juzi. Asante. Mimi wananiita Salim. Naitwa Daniel. Danieli. Muislamu, Mkristo Danieli. Danieli Mkristo. Mkristo. Sasa mwacheni kaka. Mwacheni, mbona kaka mzuri, mwacheni. Mwacheni kabisa kaka, mimi nisamuelewa kitambo. Bwana mimi mtu na nini? Kabisa, nimekuambia kabisa. Nimekuambia wewe, nimekuogopa. Haya, wewe umesema dini gani?
Mkristo. Mkristo. Injika swali tulisikie. Nina swali na kabla sijauliza hilo swali nataka nisomewe Qurani 51 51:56. Tulia, 51:56 Qur'ani anataka asomewe. Tutulieni baba. Si nimewaambia huyu kasoma kutuliko. Sasa ni profesa. Sasa tumeadmit. Unaona, tumeadmit yeye ni profesa. Sasa iko haja gani tuendelee? Na ni profesa, tumesikia kisomo yake iko juu kuliko yetu. Tutamletea walimu kesho ambao ni maprofesa kama yeye. Si tumeadmit yeye ni profesa kabisa, wewe ni profesa. Haya. 51:56 Qur'an. 51:56 Al-Karim. Naam. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Sikuumba majini na watu ila wapate kuniabudu. Swali langu ni huyu anayesema hajaumba watu na majini na wanamwabudu ni nani? Hajasema hajaumba. Kiswahili naona inakuwa ni tatizo. Rudia Kiswahili tu. Sikuwaumba majini na watu. Sikuwaumba, sikiza vizuri, Kiswahili iko wazi. Ndio nataka nikumalize. Sikuwaumba majini na watu ila sikiza kwa isipokuwa kwa purpose. Unasikia? Kiswahili naona Kenya inatupatia nini? Ukianza na si unamaanisha unakanusha. Sio kukanusha. Mwalimu wa Kiswahili alikula karo yako bure. Huyu anakanusha. Anasema, sikiza, nasema hivi. Sikiza, nikisema hivi nataka nikuonyeshe. Si kuenda Nairobi isipokuwa kuchukua simu. Ina maana gani? Unajua Kiswahili lugha ambayo watu kuelewa ni tatizo. Si kuenda Nairobi isipokuwa kuchukua simu. Maana yake si kuenda shuleni kucheza. Si kuenda shuleni kucheza. Maana yake unakanusha katika ile jambo ambayo inayofuata. Na inaonekana Kiswahili hukuipata vizuri lakini usijali. Kabla hujamaliza. Kiswahili. Rudia mama, tumalize nitaulize swali lingine. Inasema si kuwaumba majini na watu ila wapate kuniabudu. Sikiza, si kuwaumba majini na watu ila wapate kuniabudu. So lengo na makusudi ya kuabudu imekuja kwa ufanye ibada. Hawakuumbwa kwa ajili ya kazi nyingine. Malizia chini ni kwa nini anasema hivyo? Sitaki kwa riziki wala sitaki wanilishe. Sikiza, kwa sababu Mungu hataki riziki ya wanadamu wala hataki wanadamu wamlishe. Kwa sababu wewe utamlishaje Mungu wakati yeye ndiye ameumba kila kitu? Lengo na makusudi tulioumbwa na Mungu ni tupate kumfanyia Mungu ibada. Ibada peke yake, hewa ya Mungu, kila kitu ya Mungu. Unaona? Hata walembo wazuri umeumbiwa hapa, unafurahi kwa raha zako, unaona? Lete swali. Swali lingine. Naam. Nauliza hivi. Allah anakubalika kufananishwa na chochote? Allah ni lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafananishi na chochote. Kwa sababu leo ukifananisha mwanaume na Mungu, mwanamke naye atakuwa ameonewa. Mwanamke naye atakuwa amefanana na nani? Okay. Kwa Biblia, hiyo ni Genesis chapter 1 verses 26. Mwanzo 1:26. Usiandikie mate wakati uko. Usiandikie mate wakati nini iko. 1:26 nasema. Na mchungaji naye anakuja retirate. Nilikuwa namtamani leo. Huyu mchungaji. Mungu akasema. 1:26. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Kwa sura yetu. Wakawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Asante. Tulia. Sasa kama hapo Mungu anasema wamfanye mtu kwa mfano wake. Mbona nyinyi mseme Mungu afananishwe na kitu kingine yote? Asante. Sasa ndio nauliza hivi, nyinyi Waislamu mfano wa nani? Asante sana. Naweza nikatumia lugha kidogo, manake naona tutaelewana. Kwa mfano, tunaposema kwa mfano tukisema Mchina ametengeneza hii Power Box kwa mfano wake, ni his own design yenye ali design. Sawa, si ati Mchina anafanana na hii Power Box. Nikisema fundi ndio nakufunza na kuambia, kwa sababu ukisema Mungu anafanana na wewe haufanani na mwanamke. So itakuwa kati yako na mwanamke, ama wewe unafanana na mwanamke?
Hebu rudia kusoma. Hata hapo sisi kwanza. wenyewe hatufanani. Ngoja kwanza, rudia kusoma hapo. Iko sawa vyenye amesema. Yaani Mungu akisema, rudia. Muumba mwanadamu kwa mfano wangu. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Asante. Sawa. Ndio Hiyo ni kwanza ni mtu. Endelea na chini. asante. Kwa sura yetu wakawatawale samaki wa baharini. Sasa amemfanya mtu. Ukiendelea na chini kabisa, anasema akaumba. Sasa sisi wote mwanamke na mwanaume ndio mtu. Asante. Ukienda chini ukigawanisha ndio anasema akamuumba mwanaume na mwanamke. Hakuna shida. Sasa hao wote ni mfano wa Mungu. Asante. Tuulize Mungu 9 kutoka 14. Hapo. 9:14 kutoka. Unajua sisi Waislamu ni imani yetu, nimekueleza Mungu wetu hafanani na chochote. Because Kwa hiyo nyinyi mna Mungu. kabisa ambaye hatufanani. Kwa sababu ukiniambia unafanana na Mungu, Mimi mfano wake. wewe mfano wa Mungu Si unajua ukienda haja ndogo kuna sehemu unatumia na haja kubwa, si ndio? Na wewe ni mfano wa nani? Kwa Mungu. Naye Mungu ana hiyo sehemu kubwa na ndio nauliza, kwani unafanana kivipi? 9:14. Si wenzao ni mfano. 9:14 nasema kwani wakati huu nitaleta mapigo yangu yote juu ya moyo wako na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, Asante. ili upate kujua ya kuwa hapana mmoja mfano wa mimi ulimwenguni mwote. Mungu anasema ulimwenguni mwote huwezi kupata mfano wa mimi, kwa sababu Mungu saa hii anaona China vyenye kuko, anaruzuku huko. We binadamu uko na limitation. Ukisikia mkono wa Mungu ati Mungu hajui China. Leo unanifurahisha. Swali lingine lipo. Leta hiyo swali lingine alafu mtu nao umetukia. Ingawaje hilo inatoka kwa hadithi, ndio sijaishika vizuri. Lakini huyu ni Mkristo ndiye ameuliza Biblia. Sisi tumemtolea Qur'ani tukamwambia Mungu afanani na yeyote, sawa ni nani alitangulia kuumbwa? Si ni Adam? Una swali? Swali lingine. Uliza hiyo swali, nadhani itakuwa pia ya mwisho. Swali langu lingine ni hili. Naam. Unapiga sasa. Kuna hadithi ya asili ya majini nimesoma. Ngoja kidogo, huyu kuna mambo anauliza. Kuna mambo anauliza ambayo ni sensitive. Asili ya majini 20. Asili ya majini 20. Kwa hiyo tunaambiwa shetani amesilimishwa na Muhammad. Sasa nilikuwa nauliza hivi, kama kusilimu ni kunyenyekea mbele ya Mungu, na huyu shetani tayari ashasilimishwa, huyu shetani anayenihangaisha huyu ni yupi, na ili hali ashasilimishwa? Unaweza kuja na hiyo kitabu kesho, manake hatutakani kuongea kwa hewa, manake propaganda nyingi. Nani ako hapa na smartphone? Anaweza leta smartphone akaleta hiyo kitabu. Watu wana smartphone nyingi. Okay, shukrani. Hebu angalia kwa asili ya majini 20. Asili ya majini. Angalia. Anatakanga tuna na hard copy. Hatutaki nini? Asili ya majini 20. Hiyo 20 tu ndio haya. Nasema. Tunataka utuletee. Sema hivyo tu. Hakuna shida. Enda umuonyeshe. Si ndio huyo wako hapa, enda umuonyeshe. Ukiipata tuko hapa, tuko na dakika moja, tunataka kuondoka, tuko na dakika moja. Wapi mchungaji ni msalimie? Tuko na dakika moja. Ama ndio kaingia meeting. Huyo hayuko. Huyo sio kupenda kwake, hayuko. Tuko na dakika moja. Wewe uwanga unakuja rate sana. Tuko na dakika moja hapa tuko nayo. Wanakuita nani? Unaitwa Joshua Uma. Joshua Uma. Najua huwa unakuja umechelewa sana. Nilikuwa nakutamani tusikie. Hebu ulize swali moja na ndio tunafunga nao, maana muda imekimbia, kama utaweza. Okay. Swali moja ambayo ninayo. Naomba unisomee Qurani 72 kuanzia aya 1 hadi aya 3. Aya ya kwanza hadi ya 3. Chap baba. Masuala ya majini. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ajabu, inaongoza katika uongofu, kwa hivyo tumeiamini, wala hatutamshirikisha yote tena na Mola wetu. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa,
hakujifanyia mke wala mwana. Umefika hadi 3. Haya. So unapata katika hiyo haya inasemekana majini walisikiza nini? Korani ya ajabu na wakaamini na wakaweka imani yao. So swali yangu ya kwanza yenye na nisumbua katika hiyo haya ni hiyo Korani gani yenye walisikia na wakakuja kuamini, wakati mambo yao imekuja inaandikwa katika Korani. Wakati mambo yao inaandikwa katika Korani, inapata kama tayari walisasikiza Korani na wakaamini. Korani gani yenye waliamini? Labda hujasikia haya ikianza. Mtume anasema nimefunuliwa. Maana yake mtume amefunuliwa kuwa kundi moja lilisikiza Qur'ani, kwa sababu Qur'ani imeteremka hatua baada ya hatua. Haikuteremka yote mara moja. Imeteremka miaka 23. Miaka 13 Maka, miaka 10 Madina. Unaona? So wamesikiza katika ikisomwa hiyo Qur'an. Ndio mtume anaambiwa anafunuliwa, kwa sababu hata yeye hakujua. Majini ndi viumbe ambao haonekani kwa hii macho yetu. Wanaweza kuwa wako hapa huwaoni, ni kiumbe ambacho hukioni. Na ndio unaona hata kanisani wakati mnasema pepo toka, hakuna mtu anaionanga ndio hii. Hapana, sijaiona ati ameichukua akaweka kwa kikapu. Hapana, yako kwa kanisani lakini mtu hayaoni. Mnaingia mnakee chini, ndio mchungaji anaanza pepo toka, lakini hawa wafuasi kuambia ni rangi gani hiyo pepo hajui. Ama anakuanga na rangi. Sasa huyu kaka mchungaji yako hapa. Kesho inshallah. Malizia funga hapo kesho inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.